Ukiona hiyo sura basi unakumbuka ni wapi ambapo umemuona kwenye movie fulani hivi. Huenda ulikuwa unajiuliza maswali mengi. Kwa siku ya leo utaweza kuyafahamu. Karibu sana. Asante sana, asante mwanangu, nashukuru. Heshima yako. Basi juu poleni na kazi. Asante sana. Kwanza mama ni kupongeze sana kwa kazi ambayo unaendelea nayo. Ni kazi nzuri sana. Asante, nashukuru. Karibu sana DTZ Media. Mwanangu mimi nimekaribia, nashukuru sana. Najua kabisa watoto wangu bado mnanipenda na mnanikumbuka, mnanijali. Nawashukuru sana. Karibu sana, karibu sana. Asante. Okay, tukianza kwamba tunaamini kwamba kila mtu huaga na utaratibu wake. Anapokuwa labda kumekucha, kuna kila mmoja na jinsi ambavyo anafanya. Wewe unapokuwa umeamka kwa mara ya kwanza, ile umetoka kitandani, hatua gani, ni kitu gani ambacho unafanya cha kwanza? Baba bwana. Kitu changu cha kwanza ni nikitoka kitandani. Yani hapo umeamka ndo kumekucha. Wewe ni kitu gani ambacho unakifanya? Yani kwanza nikishaamka pale kitendo cha Mwenyezi Mungu kunirudishia tena ufahamu kwa kusema hii ni asubuhi, nafumbua macho naona niko duniani. Kitu changu cha kwanza na huaga na muomba Mungu kwanza, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Alafu kisha mshukuru Mungu, nashuka hapo kitandani, naingia maliwato, nikitoka huko tena mambo mengine yanaendelea. Sawa, kuna mtazamaji wa DTZ Media ambaye sasa hivi anakutazama, huenda hajabahatika kukufahamu. Unafahamika kama nani? Mimi jina langu halisi naitwa Mwanaharusi Ali Makwinja. Kwa jina langu la kazi naitwa Bikauye aka Bibi wa Piskali. Sawa. Bikauye, unaweza kutuambia kidogo historia ya Bikauye ilikuja kujaje kwenye kazi? Unajua bwana, kazi huwa tuseme Mwenyezi Mungu tu anavyokupeleka hujui utafikia wapi. Ndio. Mimi katika kuanza kwangu sanaa nilihangaika mpaka nikaja kumkuta Grace Mapunda. Walikuwa na kundi lao pale Rozana Sharif Shamba pale. Yaani Grace Mapunda baada nilivyoingia kwake, mimi nilikuwa jina langu la sanaa walikuwa wanapenda kuniita Mwana. Yaani walikuwa wananikatisha ili Mwanaharusi lakini walikuwa wanaita Mwana. Kufika pale akasema mimi sitaki uwe Mwana. Mimi nataka nikupe jina langu mimi. Kwa hiyo Grace Mapunda ndo akanipa ile jina la Bikauye. Na huko umelizia ukaona hapa linafiti kwenye kazi zangu. Mimi nimelilizia tu, afu namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona jina lake ni laheri kwa sababu tangu amenipa likawa linachipuka mpaka sasa hivi alhamdulillah. Sawa, unajua kitu kinapoanza kila mmoja anaanza kwa namna yake. Hebu tupe historia kidogo ya jinsi ambavyo ulianza kazi yako hii ya uigizaji. Nilipoanza kazi ya uigizaji. Mimi bwana naweza kusema kazi ya uigizaji naona nilishaanza kuigiza tangu tumboni kwa mamangu. Kwa sababu nilipozaliwa tu naona mimi nilikuwa bado kujitambua kama mimi muigizaji. Lakini naona nilipozaliwa tele nifanya pale ndo nikaanza sanaa. Kaanza pale. Sanaa pale ndo ilipoanzia rasmi. Sababu makuzi yangu yalikuwa ndo hivyo ya kisanii. Tangu babangu alivyofariki 76 ile. Nikawa nimechukuliwa na baba mdogo. Basi nikaja kuishi tena, unajua maisha ya kuishi na baba yako mdogo na mama mwenzio ni tofauti na ulivyokuwa unaishi na wazazi wako kule ulipotokea. Kwa hiyo pale mimi nilipokuwa naishi na baba zangu, mimi pale kuna vitu vingi nilikuwa na vitamani. Lakini kusema kweli baba alikuwa ananikataza. Kwanza nilikuwa napenda sana niende chuo. Lakini baba alikuwa hapendi mimi nisome chuo. Ila babangu mzazi ndo alikuwa anapenda. Ila babangu mdogo nilipokuja kwenye utawala wake, yeye alikuwa hapendi. Ndio ikabidi mimi aniingize shule. Sasa nilipoingia shule kule, kwa kweli nilibezi sana kwenye sanaa, nilibezi sana kwenye michezo. Yaani mpira, netball nilikuwa nacheza sana. Nilikuwa nacheza riadha hizi mbio, nilikimbia sana. Mpaka nilikuwa natangazwa kwenye maredio. Basi babangu alipokuja kusikia pale, ndo hapo baba alivyokuja kunikataza kabisa. Mambo ya michezo acha mwanangu utarogwa. Unajua zamani. Na wazee wanamtania, mwanao umemchanzia sijui una viafisi miguuni anakimbia sana. Ndio. Baadaye babangu akanikataza. Alivyonikataza sasa kukimbia tena kwenye riadha, ikabidi niingie kwenye mpira. Nikaanza kuingia na kwenye kwaya shule.
Baada ya kumaliza hapo sasa, si unajua zamani unaletewa tena mchumba tena. Mchumba. Maendeleo hamna. Kwa sababu mwalimu wangu alishaenda kumfuata baba, akamwambia baba, huyu mwanao ana kipaji, kwa hiyo natakiwa umuendeleze na umsimamie. Lakini babangu alikuwa mkaidi sana na mambo hayo. Unaona? Basi nilivyokuwa nimekuwa tena, ndio nilipomaliza shule tena kuendelea hamna tena, ndo naletewa mchumba tena. Wenyewe wazazi, si unajua zamani baba fulani na baba fulani wana watoto, mimi naona waoane. Ndio. Hivyo tena, unataka kuolewa utaolewa, hutaki utaolewa. Hapo kuna umesema kwamba baba yako mwanzoni alikukataza kufanyaje kusoma chuo, si ndio? Je, alikwambia ni sababu zipi ambazo zinapelekea kukataza usisome kwa mara ya kwanza? Siku ya kwanza nilivyokaa naye, nilivyokuwa nalilia kwenda chuo. Baba alikuwa ananiambia usiende huko, hao wana majini. Kwamba chuoni kuna majini. Kwa kipindi hicho ulikuwa tayari mambo ya kuigiza ndo ushayapenda tayari? Yaani nilikuwa napenda sana, lakini sema nilikuwa sina yule mtu wa kunipa muendelezo au ya kunipa kampani, alafu nilikuwa sina njia ya kujua mimi niingilie wapi mpaka ni hichi kitu changu ninachokitamani kikue. Nilikuwa sina. Okay. Tunasema kwamba kwenye kazi, unapokuwa umefanya kazi fulani, labda kuna kitu ambacho kinakuwa kimekuvutia ufanye hiyo kazi. Kwa upande wako wewe, ni kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi ukafanya kazi ya uigizaji? Mimi naona sijui, yani mimi sijui nisemeje. Kwa sababu kwa kusema kinivutie, kwa kunivutia kwa kitu kunivutia hapana, mimi mwenyewe ndo nilikuwa napenda kutoka moyoni. Nilikuwa napenda kufanya hichi kitu muda mrefu, ila ndio hivyo ninavyokuambia, nilikuwa sina supporter, nilikuwa sijui nitaingilia wapi mpaka kazi hichi ninachokipenda nikitoe, nilikuwa sina. Kuna mtu akikuangalia, anatamani yani niwe kama Bikauye. Wewe kipindi hicho unaanza kuigiza, ulikuwa unatamani uwe kama nani? Kipindi nilipokuwa naanza kuigiza, yani mimi mwenzako hata mimi sijielewagi. Mimi kusema ukweli sijielewi, kwa sababu unaweza ukasema unampenda fulani, au ukasema sijui nampenda Grace Mapunda. Grace Mapunda ni Grace Mapunda, mimi ni mimi. Alafu kwanza yeye uigizaji wake na mimi uigizaji wangu ni vitu viwili tofauti. Yaani tuseme mimi nilikuwa napenda tu hii tasnia niingie mimi kama mimi, lakini sio nimependa kusema eti niingie kwa sababu nimempenda fulani. Mimi nilipenda mwenyewe kama mwenyewe hii kazi. Okay, wakati unaanza kazi yako, ndo unaanza kuigiza kabisa, ni jukumu gani la kwanza ambalo ulipewa kwamba hii bana, au ulikuwa ni jukumu gani la kwanza ulianza kulifanya? Siku ya kwanza kabisa kuigiza. Ndo unaanza kuigiza yani? Yani ndo siku ya kwanza naangalia kamera. Siku ya kwanza naangalia kamera bwana, nilikuwa naigiza na huyo Grace Mapunda. Pamoja na yule George Bantu na kina Gaspar. Hao ndo walinifanya mimi ndo siku ya kwanza kuangalia kamera, na kazi yetu ilikuwa inaitwa Siku Itafika. Yani ndo siku ya kwanza mimi nashangilia, yani ambayo siku ambayo sikupata usingizi yani. Nasema hapa sasa. Naona akukuchi. Nataka niende tu. Yani kuota usiku. Si unajua ile kiu ile. Kila nikifumbua macho kuchi tu. Si unajua ile hamu. Yani niliwekea hamu sana. Na nashukuru hiyo kazi tulifanya, na mimi nilikuwa kama mama mwenye nyumba mara ya kwanza kabisa. Nilivaa uhusika mama mwenye nyumba. Grace Mapunda ndo mpangaji wangu. Alikuwepo yani kodi kulipa mtihani, basi ilikuwa vurugu mechi katika hiyo nyumba. Yani jinsi nilivyoelekezwa na ndo jinsi nilivyopokea, nikaiweka kichwani, na ndo jinsi nilivyocheza. Wakati unafanya hiyo kazi yako ya kwanza, au ile jukumu lako la kwanza, ilikuwa ni mwaka gani? Jukumu? Wakati unafanya hilo jukumu lako la kwanza la uigizaji, ilikuwa ni mwaka gani? Na hao kina Grace Mapunda? Yes, wakati ndo naanza kabisa ilikuwa ni mwaka. Yani nimesahau kwa kweli. Siwezi kudanganya. Huo mwaka yenyewe nimesahau, maana kichwa ishapita na kichwa kina mambo mengi kuhifadhi na kwa mtihani jamani. Kwa hapo mnisame kidogo. Kuna mambo labda nimpigie
nimwambie eti lini ile tuliigiza. Lakini kwa kukumbuka siwezi nikadanganya kwa kweli. Lakini ni miaka mingi imepita. Kwa hapo ulipoanza ni ugumu gani ambao uliupitia kwa mara ya kwanza hapo mpaka kufikia kwanza kuzoea kuwa mwigizaji? Kwanza mara ya kwanza nilikuwa naogopa kamera. Vile vile siku nilipokuwa naambiwa kesho ndo unaenda kushuti, ni kwa sawa na hamu ya kwenda kushuti, yani hivi kabisa nachekelea silali. Lakini ile kufika eneo la tukio, mimi walipata tabu sana ya kunifuta jasho. Jasho jingi likakutoka. Bana wasa walikuwa usiangalie kamera. Sasa nitakusaje kuangalia wakati iko mbele? Kila nikifanya hivi kidogo lazima kijicho kijeni. Usiangalie mama, ni face mimi, basi hivyo tu. Niliwasupua kwa sababu na vile vile nilianza nikiwa ni mtu mzima kwa kweli. Nilikuwa tayari nishaolewa, nishazaa watoto wangu. Ndio hapo nikaja kuanza sanaa, na sanaa yenyewe pia mume wangu tu ndo alikuwa ananipa power, ananiambia wewe una kitu. Sasa. Okay, unapokuwa kuna jukumu ambalo unataka kufanya, labda kuna kazi ya kurekodi, si ndio? Kabla hujaanza kurekodi, ni namna gani unajiandaa? Kabla sijaanza kurekodi, kwanza inategemea ile kazi mwenyewe ameiandaaje, kama ya free dialogue au labda script. Na kama itakuwa script, basi mimi nitabezi sana nisome ile script, nielewe, ikae kwenye kichwa changu, alafu nikienda pale kwenye eneo la tukio, nikishaambiwa pale haya mama jiandae tayari, haya ile action ni ateme yale maneno nilopewa. Huaga na kuaga makini sana na kitu hicho kwanza, kabla ya kubezi na kitu chochote kile. Kwanza lazima nijue kazi ile inataka nini. Kwa sababu utakapopewa ile kazi lazima ujue uhusika wako. Unatakiwa uchezeje. Na unavyoelezewa pale, unavyoelezewa kama itakuwa ni free dialogue, mtu akiwa anakuelezea, basi pale anapokuelezea sawa unamsikiliza, lakini inatakiwa unavyomsikiliza unafanyia kazi. Unasema hichi kitu anachoniambia laiti kama ndo kingekuwa kimenitokea live ningekuwaje. Umeona? Kwa hiyo ukishajenga ile picha, kwa hiyo yeye anakuelezea, wewe tayari kichwani unacheza. Kuna namna mimi ambavyo naangaliaga unavoigiza, unavoongea, yani ile kwa speed sana. Sasa waga najiuliza, je, yale maneno unayokuwa unaongea ni ambayo yako kwenye script au kuna maneno unaongezea? Yale maneno yanakuaga yako kwenye script, ila wanasemaga kitu chochote akinogi bila kuongeza nyama hivi, kachumbari, vipilipili, vichumvi hivi, unajua kimchuzi kigwaduke. Na hapo ndipo unapotushika sisi watazamaji. Yaani hapo uweze ukachukua tu ile script kama ilivyo, kwa sababu utakavyoichukua kama ilivyo, sawa utaenda utaicheza, lakini utakuwepo haupo huru. Alafu vile vile utakuwa kama unasoma, sababu si utakuwa umeijengea maneno yale tu. Yaani kama utakuwa kidogo una uzoefu, basi pale unajua kabisa pale niliambiwa niseme hivi. We pale unavosema neno hili likiisha, pale unaangalia mbele nikiweka herufi hii itakuwaje. Basi ukiona ile inakuwa nzuri zaidi, unaidumbukiza kwako, mambo yanaendelea. Uzidi kutufurahisha. Kwenye kazi yako ambayo unaifanya, ni jukumu gani ambalo au ni kazi gani ambayo ishawahi kukupa changamoto mpaka ukasema yani kwa kweli kazi hatari sana? Kazi iliyonipa ya kwanza changamoto kubwa, ile ya kwanza kabisa ambayo sijazoea nini, kazi zenyewe hizi sijazizoea, ni kazi moja ilikuwa inaitwa fimbo. Hiyo kazi mimi nilikuwa mganga wa kienyeji, bila mli. Sasa ule uganga ndio ulikuwa mtihani kwangu. Na kazi nyingine ambayo nilikuwa na changamoto kubwa mpaka nikawa naifikiria familia yangu, ni kazi ya Bikauye hii ambayo ya Mkojani. Nilikuwa nimevalishwa pensi, nikavalishwa msinglendi, nitembee kama msela na vuta misigara na kaba watu ile bwana. Director alipata tabu sana. Kwanza nilikuwa siwezi, kwa sababu nilikuwa nikivalishwa ile pensi nachukua nguo na vaa juu.
utakuta director kwa, we mama, we unajua mama tuko kazini. Tutaacha sasa mambo ya nje, nichukue mamlaka yangu ya kazi. Mama utanichukia. Nikamwambia mwanangu sikuchukia, lakini mimi sasa siwezi. Naona aibu buti hilo. Kisinglet grey hilo, sijui mcheni afu ndo nitembee sijui nimeivi. Afu misigala. Ai pakti linakuja saa zote linakata unavuta mpaka ananinunulia maziwa ni mpaka ile kazi kwangu ile kwangu. Kwa hiyo unakuta manake mimi tunaoga sisi watazamaji tunaangalia kwamba labda anavuta tu alafu anatoa. Ni kweli mnavuta kabisa au ni kuigiza tu? Ile sigara mfano kama hiyo movie ambayo mlikuwa mnavuta inandii sigara, ni kweli mnavuta kweli mmemeza ule moshi au ni kuigiza tu? Ile pale ni props tu ya kazi, kama hivi wanavyosema props zingine za kusema sijui nani sini nataka ugali, sini nataka labda ukute unakunywa juisi. Sasa na mimi sini yangu ile ilikuwepo ni ya masigara. Kwa hiyo misigara nilikuwa naletewa kweli, nilikuwa natolewa kile kichungi afu huku nyuma huku wanaifanya hivi. Wanaipikicha hivi linakuwa kama wamenyonga bangi. Lakini ilikuwa ni sigara. Alafu sasa director anakuambia uvute, ujaze moshi mdomoni, alafu utanue mikono hivi ufanya alafu upeleke utoe. Hiyo ilikuwa inanitesa sana. Ngumu sana. Ile ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu sana zaidi ya sana. Unapotaka kuigiza labda umepewa uigize kazi ambayo inahusisha hisia za kina sana au mazingira magumu, ni mbinu zipi ambazo huaga unazitumia? Mazingira magumu yani katika maisha yangu mimi mwenyewe. Yani nimepewa scene ambayo nipewe uhusika wa maisha magumu. Au inahusisha iwe na hisia, yani utumie hisia kali kwenye hiyo kazi. Ni mbinu zipi ambazo huaga unazitumia? Kama sisi tunajua tena nyani kizeeka anapitia mishale kweli. Kwa hiyo sasa kwangu mimi hilo alinaga ugumu sana. Kwa sababu kama nikisema nipewe kazi ya kusema ya hisia fulani na vile, kwa sababu nilikuwa mimi kwa sababu na kukatisha kwanza kidogo. Mimi sanaa sikutoka tu kwa moja kwa moja nikaingia. Hapana. Sanaa mimi nimepitia changamoto nyingi. Alafu nimepita kwenye makundi tofauti. Mimi mpaka pale Bungoni pale kwa Mwalimu Twalibu pale mimi nimesoma mwaka mzima. Tena mpaka kipindi kiwa nagawana viwanja vya huko nini Mkulanga. Hadi mimi nilipewa, lakini nilishindwa uwezo wa kukiendeleza mpaka sasa sijui kama kapewa mtu mwingine ataka kwenda sijaenda. Unaona? Kwa hiyo mimi hichi kitu hata kama nilizaliwa nacho, lakini walinimezesha sana watu na nilijifunza sana kupitia kwa watu. Na hata hiyo ya kusema hisia, unajua kazi zetu hizi unavyokwenda sehemu. Kama hivi labda unaenda kwenye sehemu ya msiba. Au unaangalia watu labda unaenda huyu mtu kaumizwa na hiki, akiumizwa anakuaje. Yani unatembea unajifunza vitu tofauti. Hata kama hii ulevi, unaweza ukaenda hivi ukapita mtu unamkuta mlevi anapita na mlevi anakuaje. Kwa hiyo unakaa pale unamsoma na kumbe nikipewa sina ulevi mlevi anakuwa hivi. Umeona? Ndio maana watu yani kile kitu kikichukulia yani kwa undani afu kakiingiza afu kakitema kilivyokuwa sahihi, ndio vile wanavyokuambia huyu kama mlevi kweli. Kumbe saa nyingine sio mlevi. Unaona? Sasa na mimi kama vile walivyokuwa wananiambia kama hizi klipu zingine zinazotoka hizi watu wananisema sana, naambia mimi mchawi. Unaona? Kumbe mimi na wachawi tuko tofauti kabisa. Mbali kabisa. Yani siwapendi kwa sababu mchawi bwana ni mtu mmoja mbaya sana ambaye ni mtu anaofanya nyumba ieleweki, anampinga maendeleo. Yani mchawi sana mwizi. Sababu unaweza kuwa na kiakiba chako umekiweka, yeye anakuja na kupiga hapa kama mtu anatia funguo kwenye gari. Tayari unaumwa, uwezo ukakaa na kile kiakiba. Utakifanyia wewe kwenye ugonjwa mpaka ukimalize. Sasa malengo yalolopanga hakuna. Kwa hiyo mchawi na mwizi wote wapinga maendeleo, mimi siwapendi. Kutokana na namna ambavyo jamii hiyo inavyokuchukulia wewe kwa sasa hivi, kama ulivyosema kwamba kuna wengine wanasema wewe ni mchawi, haijakupunguzia kitu chochote kwenye kazi yako? Mimi kwa kweli haijanipunguzia kitu. Kwa sababu gani? Ukiona kitu umekifanya alafu watu wanakuchukulia kama ni kweli,
basi ujue hicho kitu umekitendea haki. Huaga na fly. Kwa sababu najua kabisa wananiongezea kitu fulani. Kwangu mimi na fly tu. Yaani mimi mtu hata niseme vipi. Hata kinisema kwa ubaya, niseme sijui kwa kunifanyeje, yani mimi mwenye kunisifia, mwenye kunisema vibaya, mimi naona sawa tu, kwa sababu wale wananipapaa, alafu ni mashabiki zangu, siwezi mimi nikawakasirikia hata siku moja. Sana sana tu nitawaambia, jamani, hicho kitu mnachoniambia mimi niko hivi, mimi sipo hivyo. Mimi maisha yangu ya kawaida nipo hivi basi. Sawa, ni kipengele gani cha uigizaji ambacho unakipenda zaidi? Yaani ukipewa hicho na safi kabisa. Mimi sijui niseme msanii kiraka. Kote kote. Mimi sijajuaga kusema hiki nikipende hiki nikichukie. Labda unipe hiki nakipenda sana, hiki nikichukie, hapana. Ila nitakachokuwa nimekichukia, ukinipa kipengele cha uchawi au cha uganga. Kwa kweli wanasemaga msanii hawezi kukataa sini, lakini zile nazipokea, ila nakuaga sina la nazo kwa kweli. Mimi naamini kwamba vinaweza vikawepo vitu vitano. Hivyo vitano unavipenda vyote. Si ndio? Lakini katika hivyo vitano kuna kimoja wapo, yani ukipewa, yani ukikiona unakipenda zaidi. Ndio kitu ambacho nakitaka kwako. Bwana, mimi siwezi kusema kama kitu gani nakipenda au hiki sikipendi. Mimi kitu ninachokipenda bwana, ukikiniingizia mkwanja. Tena kama ndo kiingizia mkwanja, hicho kitu ndo nitakipenda zaidi, hata kama kikiwa nje ya uwezo wangu. Nitajitahidi paka nikifanye kwenye ubora wake. Yaani huaga napenda hivyo. Kwenye hii kazi yako ya uigizaji, kuna namna imeathiri maisha yako kwa namna yoyote ile? Kwa asili kupo. Lakini ndio hivyo, unakubaliana na hali, yani unaipokea kwa sababu kile kitu si umekihitaji. Kwa sababu unapita kama hivi, kama mimi unavyoniona, mama yako na hivi mume wangu ameshafariki. Kwa hiyo sasa hivi mimi ni mjane, niko mwenyewe. Na familia yangu tu. Lakini kazi nafanya. Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu, shilingi 200 za kula napata. Riziki sikosi. Lakini sasa walimwengu wanakonipelekea kule mimi sijafika. Kwa sababu na muda mwingine unaweza ukaitwa kwenye kazi, labda umepewa senti ndogo na wewe unapenda kwenda kufanya. Usafiri hamna, inabidi upande daladala. Nasemwaga sana kwenye daladala. Yaani nasemwa kiasi kwamba muda mwingine hadi najichukia. Najichukia sana katika mambo ya usafiri. Najichukiaga sana. Tunamaliza bando letu, tunakuangalia wewe, superstar mkubwa mzima, unapanda kwenye daladala. Si unajua ile? Sasa mule watu wamejaa, kwa hiyo akianzisha mmoja anapokea huyo, mpaka najisikia kama yani muda mwingine waga nashuka sijafika. Hiyo kero kubwa sana, yani kwenye usafiri. Napata shida sana, yani naumiaga sana. Naumia sana. Ani hiyo inaniumizaga sana. Sawa. Tukiangalia kazi ya uigizaji ni kazi yako. Lakini pia kuna majukumu mengine madogo ambayo kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Namna gani unaweza kuvifanya vyote? Kuna uigizaji lakini kuna maisha pia yanakutaka huko. Ni namna gani unaweza kuvidumisha vyote viwili? Mimi bana mama, na mama huwezi ukashindwa, yani nasema tembo hawezi kushindwa mkonga wake. Kwa hiyo mimi kama mimi huaga naamka asubuhi. Yani kwa mfano kama kesho naenda kufanya kazi, inategemea hiyo kazi nimeambiwa saa ngapi. Laiti kama natakiwa nifike pale saa 1, basi mimi kazi zangu zote nitazifanya usiku. Kama kuna kazi pale za kubidi mimi nifanye, nitazifanya usiku. Najua nikishafanya tayari, napanga kila kitu, wanangu nawaelekeza, kama hela hapa ya mboga, kama yani kila kitu nakiweka sawa. Kwa hiyo nikienda kuoga, nikienda kulala, huwa nalala na swala moja tu. La kesho naamka naenda kazini basi. Na nikiamka namshukuru Mungu pale kitandani, nikimaliza nanyanyuka,
Natoka nje na wagongea wanangu, amkeni na wasalimia, mmeamkaje, tujambo. Haya wanangu, mimi ndo najiandaa nataka kutoka. Haya mama, mko poa, mko poa. Mimi naingia na koga na vaa, nachukua mzigo wangu, naenda kumwomba Mungu mbele. Lakini nyumbani napacha pako safi. Hamna kitu kilichokosekana. Sawa, kutokana na kazi hii ya uigizaji pia kama mlivyosema kwamba una familia, una watoto, si ndio? Lakini pia tukija kwa upande wa watoto, namna ambavyo unaigiza, wao hawajawahi kukuchukulia tofauti kwamba mama kwa nini anaigiza hivi na nini? Mwanangu wa kiume, sababu yeye alikuwa aishi hapa tangu alivyofariki babake, akaondoka akaenda South huko. Lakini baada alivyokuwa ameniona kwenye mitandao akawa ananisema sema, unaona, mpaka jinsi alivyokuwa amerudi. Alivyorudi sasa ndo akakuta nimeigiza hiyo Bikauye hiyo ya Usela. Ile ndo ilimkera sana. Yaani mama ukui. Sisi watoto zako wakubwa kama hivi, mama una wajukuu, unavaa mipensi. Unajua ile kitu mpaka mtu akueleweshe uje kuelewa. Inakuwa ngumu sana. Mwanangu tulikuwa tunapingana sana. Mwanangu wa kiume. Yule alikuwa mgumu sana kunikubali na alikuwa mgumu sana kunipokea. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tumeenda naye hivyo mpaka sasa hivi. Mwenyewe anashukuru, yeye ndo wa kwanza sasa ingine utasikia mama kama utaenda mimi kesho na nafasi nikusindikize barabarani, maana yeye ana bodaboda. Anaweza akanichukua mpaka barabarani au siku zingine kama ana kazi ananisaidiaga, muda mwingine ananipeleka mpaka eneo la tukio, twende mamangu. Maana unakujaga unalalamika wanakusema sana, ngoja leo upumzike kusemwa. Ananibeba ananipeleka Lakini ndio hivyo. Ila mwanangu wa kiume nilipata naye tabu sana. Mpaka amekuja kuelewa. Nilipata naye shida sana, alikuwa anakasirika sana. Unatuaibisha. Mama wewe umeshakuwa, bado tu unafanya mambo ya kiuni. Sijui mao nakaba. Maana nini, naambia mwanangu ile kazi kama kazi zingine. Lakini mpaka sasa hivi alipokuwa nimekaa naye akaona na narudi na chochote kitu anakula katungene, na nikifika pale wewe unanisema sema kazi hii sijui sikui. Sasa angalia matokeo nampiga nazo pale makusudi. Mama bwana, unajua nyekundu zile lazima zimrushe roho mpaka sasa hivi, lakini yuko kwenye level sasa hivi tunaenda sawa. Mtu ili uweze kufanya majukumu yako vizuri ni lazima uwe vizuri kiakili, si ndio? Lakini pia uwe vizuri kimwili. Maana kimwili tunamaanisha kwamba afya yako iwe vizuri. Hasa ni vipaumbele gani ambavyo wewe unavifanya? Yaani vitu gani vya muhimu ambavyo unavipa kipaumbele kuhakikisha kwamba una akili yako inakaa vizuri, mwili wako unakaa uko vizuri? Huwa kwanza nikishakuwa nimefanya kazi zangu huaga najipa hata dakika 15 au nusu saa ya kupumzisha. Yaani nalala. Yaani kwa mfano hivi kama sipo kazini, nipo nyumbani. Ila kazini huwezi kulala. Kazi zetu unazijua. Za mbilinge mpaka umalize. Unaona, ukimaliza ndo unapata muda wa kupumzika. Lakini kama nikiwa nyumbani, siku ambayo sijapata kazi, nipo nyumbani. Naamka asubuhi, nafanya shughuli zangu kawaida, na vile pale na mkwe yangu tunasaidiana, nikinywa chai yangu mimi. Nikishamaliza kunywa chai mimi naoga naenda kulala. Nikiamka mwanangu kaishapika hapo, saa nyingine mchana pale nikishakula nakaa naangalia TV, nikichoka naenda zangu kulala. Naweza kuamka saa nyingine saa 11, nikitoka nje pale nakaa na ongea, muda umefika usiku naingia ndani nikila chakula cha usiku nikioga nimelala. Kwa hiyo mimi kawaida huaga sina ile nikiwa nyumbani niwe na purukushani nyingi, labda sio nimeenda huku sio nimeenda kule, hizo na kuaga sina. Unadhani kwa tulivyofikia hapa Tanzania kwa tasnia yetu ya uigizaji, je, unahisi inaendelea kuimarika au kuna namna? Mimi kwa sababu naweza nikajiita bado, angalau nashukuru wa Tanzania wamenipa jina, lakini kwangu mimi naona sijafikia na wala sijajua kabisa yani utamu kabisa wa sanaa kabisa ile kiundani kabisa. Bado ila kwa kazi naichukulia kazi kwa sababu 30,000, 40,000, 10,000 napata. Lakini kwa kusema nisimame nijue kabisa tasnia hii inalipa hivi au tasnia hii sasa hivi imepanda au imeshuka, hiyo sijui kwa kweli.
Ya, najua wewe ni mwigizaji, na kuwa mwigizaji haimaanishi kwamba huwezi kuangalia kazi za watu wengine, si ndio? Unaangalia kazi za waigizaji wengine. Sasa kwa Tanzania yetu, kwa namna ambavyo unaona tasnia ya uigizaji, je, inazidi kuimarika au kuna vitu viongezeke? Mimi sio mtaalamu sana wa vitu hivyo, ila huwa nikiangalia, unajua kitu, nyumba yoyote imarike ikamilike vitu vyote, umeona Lakini tasnia yetu sisi tunapenda tasnia ikue. Lakini ile kuikuza hatuwezi. Kwa sababu watu wengi sana tunafanya kazi kwenye mazingira magumu sana. Umeona? Na mtu anapofanya kazi kwenye mazingira magumu huwa anaforce kitu ambacho hata hawezi kukiforce, lakini anakiforce kiwe. Sasa ile ndio inatukosti. Lakini kama tungekuwa tunafanya kazi kama wenzetu kwenye mazingira mazuri, vifaa tunavyo, sijui kila yani vile vyenye ubora nini, Tanzania sanaa tunayo kwa kweli. Sikatai, tunayo. Tena tunayo haswa. Ila sijui wao wakubwa labda hawajagundua sijui huku chini kama kuna vipaji wakaviinua. Unajua mimi hapa kwetu hapa mimi naonaga tatizo moja tu linalotukosti. Sisi wasanii kwa wasanii kwanza tupendane. Hicho kitu mimi kinaniumiza. Kwa nini tusipendane? Mimi hapo sijapataga jibu. Hujawahi kuhisi chochote kwamba chochote ambacho kwamba hiki kitu fulani huenda ndio kinapelekea wasanii tusipendane? Hujawahi kuhisi chochote? Mungu wangu wewe, sielewi. Kwa sababu gani babangu? Mimi kama mimi naiweza kuisemea nafsi yangu. Sawa mwanangu? Mimi hapa naweza kuwa nafanya kazi. Nikawa namuona mama mwenzangu kama mimi. Na ana kipaji kama mimi. Na kule niliko kwenda labda watakopo wanamtaka mtu kama yeye. Kwa hiyo lazima nimuite. Lakini utakuta wengine mishabaniwa, ujue ninapokuambia hivyo kitu live kabisa. Watu wananitafuta lakini mtu namba yangu anayo na anamnyima. Kutoa tu namba, sema wewe kaniomba namba au nimpe namba ya fulani, mtu atoi. Sasa sijui kwa nini. Lakini mimi unaweza ukaniomba namba ya mtu yoyote, naweza nikatoa, lakini siwezi nikatoa bila kumwambia mwenye nitampigia bwana huku kuna 1 2 3 kuna mtu anataka namba yako, nimpe. Mpe. Mimi natoa. Sababu bwana asikudanganye mtu, riziki ni kugawana. Huwezi kuiforce riziki ya mtu eti lazima yote ije kwako, sio kweli. Riziki Mwenyezi Mungu anapanga, tunamegeana. Lakini sisi wa Tanzania hatuna wivu wa maendeleo. Ukimwona mwenzio anaendelea, wewe upende, unataka umpige lungu la kichwa arudi chini, wewe upande. Sasa huwezi kupanda kama Mungu bado hajakwambia wewe panda. Umeona? Na kama unataka kupanda basi zidisha juhudi. Au nenda kamuulize yule mwenzangu, hivyo ulifanyaje mpaka umefika hapa? Mnakaa mnayajenga, kwa sababu unajua wasanii watu wanasemaga baba moja mama moja. Sisi sote ni ndugu. Kwa hiyo tupendane, ila sisi hatupendani. Hilo nakataa. Kupendana ni kazi sana. Kwanza unapenda kabisa mwenzako aporomoke, wewe upande. Mimi nasemaga Mungu ni nusuru kwa hilo. Mimi nasemaga wote mimi nataka tuwe hivi. Kwa sababu wote mtakavyokuwa mnapanda, na tasnia yenu itapanda, na kazi yenu itajulikana, na ndo mtazidi kuwa juu. Lakini sasa mnavyosema huyu ashuke, wewe upande peke yako utaweza. Usijisifu una mbio. Msifu na nuka kimbiza. Ni kweli hapo umezungumza vitu vingi ambavyo huenda sometimes pengine vinakuhamisha. Si ndio? Sasa ningetamani tuambie hata vitu vitatu ambavyo unahisi hivi vikifanyika basi tasnia yetu tutaendelea mbele, tutasonga mbele. Tasnia yetu kwanza, kitu cha kwanza kabisa. Inabidi wewe mwenyewe unaofanya hiyo tasnia hiyo ujitambue na ujifahamu, ujue nini unafanya. Sababu tasnia inataka nidhamu. Tasnia kama huna nidhamu, utawaona wote unakokwenda wenzio ni wabaya. Sababu unaweza kuwa na vitu vya ajabu na hiyo tasnia haitaki. Umeona? Kitu cha pili, yani mimi nilikuwa naomba wasanii jamani,
wenzetu hao walotangulia wenye majina yao, watujue sisi huku chini tunafanya nini, na vile vile watupige tafu. Na tena tukishafika huko basi wasio wanatunyanyapaa. Unaona? Wewe unaweza ukatoka hapa ukaenda labda unacheza na watu wenye majina kaza, basi we lazima utatengwa. Mnakuwa kama mnatabaka pale. Umeona? Huyu wa huku. Huyu wa huku. Mimi nasema tupendane. Na tukikutana tuwe kitu kimoja. Mimi nikikuuliza kitu basi nijibu kistaarabu. Mwingine unamuuliza kitu anaweza kukujibu anavyojua yeye. Sasa wewe kama mtu mzima katungia unaweza ukajisikia vibaya. Yaani kwenye tasnia yetu kuna changamoto nyingi sana kwa sisi wengine tuliokuwa bado. Labda wenzetu huko walikuwa na majina yao, lakini kwa mimi kwangu bado ina changamoto sana. Sana. Yaani nilikuwa naomba hiyo serikali kama kweli inapenda utamaduni sijui uendelee sanaa ziendelee. Basi wapige jicho la pili huko kwenye sanaa nako. Wasiangalie tu michezo huko, watuangalie na sisi huku. Tupo huku mama zao pia tunatabika, tunasulubika, tunafanya kazi kwenye mazingira magumu. Unajua mazingira magumu mtu unaweza ukaenda ukafanya kazi mpaka ukasema mimi sitaki tena sana. Lakini kwa sababu iko ndani ya damu huwezi ukaacha, ndio unasema ndio hivyo, lakini tunafanya kazi baba kwenye mazingira magumu. Unaenda kushuti, hakuna kula. Umefika sasa ndio umeambiwa ufike saa 1. Ujala, ukifika pale wenzako anachodili na wewe ni kazi tu. Mama, script hapa, kasome pale, tunataka kutenga settings siju nini. Haya mama ukimaliza, unatakiwa uvae nguo hii. Mama basi utapelekwa wewe. Unakuja kushangaa jua limezama hujatia kitu mdomoni. Ikifika usiku ndo watu wanaanza, jamani, tuhangaikeni kupika. Sijui niambie saa 2 unainjika maharage, mnakula saa ngapi? Lakini tunavumilia, wasione hizi kazi tunazitoa huku chini. Hizi kazi huku chini tunafanya kwa ugumu. Kikamera chenye kimoja, mnashuti saa nyingine watu 4. Unarudia mpaka katunga unasahau unachapia. Jamani watusaidie basi. Huku si bwana machangamoto mengi. Ukisema ya dada mwisho utakuwa upate kazi kwa watu. Wasema wao watakuwa mwisho wa siku atakuja kututobolea asili zetu. Wewe atakuwa tobo. Lakini mimi naamini unachokifanya ni kitu kizuri kwa sababu unatamani kujenga. Mimi natamani sana. Kwa mtu atakayekutazama inabidi aelewe hivyo, asielewe tofauti. Kwa kazi zitapatikana tu usijali. Lakini pia tukija sasa kwa upande wako wewe kwenye kazi hii ya uigizaji, unalenga kufikia nini kwa miaka ijayo kama msanii wa uigizaji? Mimi kwanza naombaga Mungu sana usiku na mchana. Mungu anisaidie kwa sababu hii ndo nishaifanya kazi na ajira yangu. Tangu amefariki mume wangu hii ndo inonisaidia kupata kula, riziki. Kwa hiyo ninaomba jamani, kwanza nawaomba mashabiki zangu wanipende zaidi, nizidi kupanda, na mabosi zangu wanaonichukua basi na wao waongeze ajira. Na mimi hata ninunue KVX na ateseka kwenye usafiri. Kwa ajili ya nipata hata mtu ananiburuza. Basi nimekosa hata KVX basi nipata hata pikipiki. Nasemwa sana. Muda mwingine nakuwa nataka kwenda kufanya kazi, nauli nakuwa sina, napanda daladala, napata changamoto sana. Yaani siku nikisema leo napanda daladala basi lazima nivae hijabu. Na nikivaa hijabu kwenye daladala nisiongee. Konda akitaka hela nitoe kimya. Akiniuliza naenda wapi labda aniinamie nimwambie naenda sehemu fulani. Sauti yangu nikisema yani nikitamka tu kama hivi ninavyoongea tayari wanakwambia bika huyo. Sababu mimi sauti yangu inajulikana popote pale. Sauti yangu ni hii. Nikiigiza ni hivi. Nikiongea kawaida ni hivi. Kwa hiyo sina sauti 2 wala 3. Sasa ndio hiyo tatizo. Labda ningekuwa na bana ya kazi nyingine na ulaiani nyingine labda ingekuwa nafuu. Wangekuwa wananifananisha. Lakini sasa hivi sina pa kukimbilia jamani. Mimi naomba tu watuongezeege, hata kama hao madalali basi wanatuita,
wasitukate sana. Muda mwingine dalali akikuita utakuta wewe ufanya kazi unapata hela kidogo. Yeye anakwambia bosi katoa hiki bwana. Baadaye huko unakuja kusikia mbona bosi alitoa kiasi fulani. Kwa hiyo wanakata sana madalali nao. Kwa kumbe hata kwenye tasnia yenu kuna madalali pia. Hao ndo usiseme. Baba sasa hivi kuna kosa sehemu ya dalali. Uko toilet yenyewe mpaka dalali kudalili. Haki ya Mungu. Mimi kutokana na kuna kitu umekisema pia cha madalali, naamini kuna kitu ambacho natamani kuambia madalali na wao ambao wanadalalia kitu kama hicho. Ni kitu gani ambao unapenda kuambia kwenye kazi zenu zaidi? Naamini kuna kitu ambacho natamani pia kuambia madalali, kwa sababu umezungumzia kuna madalali, kuna namna fulani wanafanya. Kitu gani ambacho natamani uambie madalali ambao wanakutazama kwa muda huu? Mimi nawaambia tu madalali, najua sawa udalali nao wenyewe si wamechagua ndo kazi yao. Ni kazi kama kazi nyingine. Lakini sasa waangalie katika yule mtu unomdalalia. Utakuta mtu saa nyingine kule analipwa shilingi 50,000 kwa mfano. Yeye anakuja anakupa shilingi 20,000 au 25. Kwa hiyo pasu kwa pasu. Au saa nyingine yeye anazidi. Basi sawa umenidalalia, basi chukua hata ile maji ya kunywa. Kama mimi nimepata 50, chukua basi hata 15 au 10, niachie basi ile 35 au 40 na mimi mama yako ujue kabisa nauli. Asitaki mpige pasu. Sasa wao wana pasu kwa pasu, muda mwingine yeye anazidi kabisa. Umepata 50 anataka achukue 30 akupe 20. Au kiuliza kwamba bosi ndo katoa hii hela ya nauli, huu ndo mwanzo mama, uko mbele tutaenda tu, wala usijali. Utaambiwa pale utanaweza si bwana sani kwa kulizika. Asante babangu. Mungu akujalia hata hiki sio kikubwa, ningekaa nyumbani ningepata. Kumbe umepigwa na kitu kizito mwenyewe ujue. Unaondoka ukija kusikia ishaisha hiyo tena. Uwezi ukamwambia kumbe tulipewa kiasi fulani utakuwa utakosa kazi sehemu nyingine. Ndio tunavumilia hivyo lakini tunaumia. Tukiachana mbali na tasnia hii ambayo unafanya, naamini baadaye kuna malengo ambayo unayo, huenda usiigize milele. Sasa nilikuwa natamani kujua kwamba kuna mradi wowote ambao unapendelea kwamba baadaye nitakuja kufanya kwa siku zijazo. Yaani mimi miradi ninayo midogo midogo, kama sasa hivi nauza visabuni za maji zile, napika zile sabuni zile, nauza na hizi dawa za nini hizi za chooni, na hizi dawa zingine hizi za kufulia za madoa. Kwa hiyo ndio biashara vyangu vinaonipa shilingi 200 nyumbani, tofauti na sanaa. Lakini lengo langu kabisa, kama ningekuwa na uwezo au labda Mungu angekosa, nasema Mungu hana makosa, lakini angekosa kunichukulia mume wangu, tulivyokuwa tumepanga wenyewe. Yaani mimi nilikuwa nataka nianzishe hii kazi iwe yangu mwenyewe. Niwe na ofisi yangu kama hivi. Yaani niwe na vifaa vyangu. Mungu aninyoshe, yani mimi niwe ndo mimi sasa madam naiongoza sanaa sasa. Yaani niachane na kwenda kufanya kwa watu. Sasa mimi niwe natoa riziki na wapa wenzangu. Hicho nakipenda sana. Napenda sana Mungu angenifungulia niwe na kazi zangu mwenyewe. Lakini ndo nashindwa. Na siwezi kupanuka kwa sababu kipato changu ni cha chini. Cha chini sana. Umetaja kwamba kuna bidhaa ambazo unazifanya, unauza pale. Kuna mtu anakutazama na tamani sasa huyu mtu natamani atanimuungishe, umeona? Lakini hajui anakupata wapi. Unapatikana wapi? Pili, yule mtu ambaye anakutazama anaweza kaja akasema ngoja nikamuungishe bikauye hapa. Mwambie. Mimi bwana napatikana Chanika, sehemu moja inaitwa Italiani kule kwa Swai. Kituo unashukia Italiani pale. Pale kama unakuja na gari lako ukishafika Italiani unaingia mkono wa kushoto ule ukati barabara. Unaingia mkono wa kushoto unapita zile nyumba za serikali zilizojengwa pale. Mbele kwa Swai. Yaani ukishasema kwa Swai
Ukinipigia tu pale mimi umenipata. Niko pale pale karibu kabisa. Basi watazamaji naamini wameelewa vizuri. Kwa wewe mtazamaji ambao karibu naye, unaweza kaenda ukamuungisha bidhaa zake ambazo anauza, kwa sababu wanasema mbali na uigizaji pia kuna maisha mengine. Lakini pia tuje kwenye swala lingine kwamba kwako wewe una maono yoyote ya kuja kufanya filamu au tamthilia zinazohusiana na mambo ya kijamii zaidi? Yani kijamii kivipi sijui. Maana kuna matatizo mengi yanatokea kwenye jamii na nini, uigize kuhusika wa kuelimisha jamii. Ndio hivyo, ndio maana ninakwambia mimi ninaweza kuwa na historia lakini siwezi kuzitoa na sina pa kuzitolea, umeona? Kwa sababu gani? Ukitaka uhalisia wa binadamu au ukitaka kazi yako ijulikane kabisa hii ni ya Mtanzania. Unajua sisi tuna vitu vingi sana. Sisi hapa tuna matukio mengi sana. Na kuna matukio mengine ni ya ajabu lakini yale huwezi kuyakemea, na kama huna nafasi ya kupita kusema uyatoe, yani kama hivi kufunza ulimwengu, nafasi hiyo huna. Basi unaweza ukaitumia kwa kupitia sanaa. Mwenye kukuelewa atakuelewa, lakini vya kuelimisha ni vingi sana. Umeona? Sasa hapo ndio nilikuwa nataka nijue kwamba wewe je, kutokana na hivyo vya kuelimisha una maono ya kufanya hivyo vitu? Ndio narudi tena kule nyuma. Hata nikiwa na maono kama nyenzo sina. Maono yako si atasinzia huko ndani. Huwezi kuyatoa kwa sababu huna mlango wa kuyatolea. Sababu kila kitu lazima upate mlango wa kutokea. Ujue kabisa mimi nilichokuwepo nacho moyoni, au kama kuelimisha jamii, najua kabisa nitaenda sehemu fulani na uwezo wa kuelimisha jamii, na nikasimama na nikafanya na nikasikika na watu wakakipokea kikafanywa kazi. Sasa mlango ule huna na nyenzo wewe huna. Hebu niambie mwanangu, hata kama ukitaka kuelimisha au kama kuna kitu unasema hiki hapa ningeenda kukifanya pale, watu wangekipata labda kidogo kingepungua, au kidogo watu wangejua sisi tunatakiwa tuweje, huna, utafanyaje? Sina jinsi, ndio unakufa nacho mwenyewe. Moja ya wewe ni maarufu. Kuna namna umaarufu wako umekuathiri? Umaarufu wako kuna namna umekuathiri wewe mwenyewe kwenye shughuli zako? Umaarufu wangu mimi nilokuwa nao, umaarufu kwa kweli sawa ni mzuri, lakini muda mwingine unaufanya usifanye vitu vingine. So unajua mtu mwingine unaweza ukakaa hata sehemu unaweza ukasema kitu cha maana, lakini mtu akakwambia bwana unatuigizia bwana. Unaona? Anahisi kile kitu unaigiza. Wewe unaona hapa kuna kamera hapa. Wakati wewe uko serious unamwambia ni mazungumzo, mko nje kabisa ya kazi, lakini wewe mwenzako anakuambia unaigiza. Yaani kile utakachofanya kwa wao unaonekana unaigiza. Mimi nilikuwa nauza hadi mchicha nimeacha. Ujue. Wanakuambia wewe msanii mkubwa unauza mchicha, wewe si muongo wewe. Wewe hapo unasangina na kamera huyo. Kwa mpaka hapo wanahisi bado unaigiza tu. Yaani mimi kila nitakachofanya naonekana naigiza. Saa nyingine unaweza ukasema kitu cha maana kabisa cha kumwambia mwenzio na kuona kama unaigiza. Sasa changamoto nyingi. Ukitembea hivi, yani wewe usifanye kitu kidogo. Basi unamwambia msanii mkubwa wewe unafanya hivi. Mimi naulizaga jamani, hata msanii pia ni mtu kama wewe. Msanii pia ana mahitaji yake. Na msanii pia ana mapungufu yake. Sasa ikiwa unasema wewe uanze kumfuatilia kila anapokwenda msanii hivi, yani msanii kama shehe anasimama pale kwenye membari anakupa wewe maneno ya Mungu. Unaona? Anakuelimisha. Labda dini nataka ufanye hivi. Dini sijui Mungu anataka tumfanyie hivi. Unaona? Sasa wewe sikiliza yale maneno yake na uyapokee, uyafanyie kazi, lakini usiangalie vitendo vyake. Unaenda kusema mbona anatufundisha hivi, yeye mwenyewe mbona anafanya hivi? Yale ni maisha yake tofauti na msikitini. Akiingia msikitini anakuwa sio yule. Anakuwa imamu. Lakini akiwa kule haitwi imamu. Wewe ushaona nje mtu anamuita mtu, "Wewe imamu."
Sio kweli. Ila akifika kwenye sekta yake pale ofisini kwake lazima. Sasa sawa sawa na sisi watuone tukifika kwenye sehemu za ofisi zetu kweli ni wasanii. Lakini mbali na usanii tuna maisha yetu ya nje tofauti na sanaa. Sasa ikiwa mimi labda nafanya kibiashara mtu anakuzomea. Sijui umeenda umenunua sijui labda dagaa lile sijui msanii kabisa unanunua karusungu. Sasa ile kidogo anatupa changamoto, wengine hatuna maisha yale ya kwenda sijui supermarket au kwenda kwenye maduka hatuna. Kama mimi mwenyewe nanunua hadi mitumba, lakini ukisimama baba kwenye mtumba mtu ageuke tu hivi asikie sauti yako ageuke tu. Wao unanunua chakula watakuzonga baba, utaacha mwenyewe yani utatamani sijui upite chochoro gani. Sasa ile wanakuwa kidogo wanatukosea, yani kama wanatutenga. Yani mimi nashangaaga kwa kweli kitu kama hicho. Kwa sababu mimi najiona niko sawa na wao. Kwa nini? Mtu nashindwa hata kula mishikaki ya 200 pale, 200 nayo. Lakini nashindwa kwenda kusimama pale kula mishikaki ya 200 na naam kabisa naitamani na naogopa wasikuone tu. Ukienda kununua pale tu. Tayari. Wewe msanii mkubwa unakula mshikaki wa 200. Kwani mimi nani? Mimi naomba jamani wote tuonekane tupo sawa. Hii sanaa tuifanye kazi kama kazi zingine. Mbona wale wanaofanya makazi wa ofisini, wakitoka ofisini wana maisha yao tofauti nyumbani, lakini mbona wakifika kule hawasimuliwi maisha yao ya kwenye ofisi? Na sisi hii sanaa waione ni ofisi yetu. Mimi nikiwa hapa niko kazini. Nikitoka nje na maisha baada ya kazi yangu. Lakini sasa mimi kila nikitoka nje ya kazi bado naonekana niko kwenye kazi. Ile kwa kweli ile mimi inanishinda kabisa. Yaani mpaka muda mwingine najishindwa kwa sababu najua usiombe baba ukao umepata jina alafu na maisha ya chini kwenye mambo ya maokoto una. Mimi muda mwingine kama watoto nyumbani hawapo mimi nashinda na njaa. Na 1000 nataka nikanunue dagaa zangu za 500 labda na nyanya yangu moja na ndimu nije nipike chukuchuku songe ugali unga huko ndani. Nashindwa. Yaani mpaka nimpate mtoto labda nimwagize. Ukisema wende gengeni tukinu. Msanii mkubwa mzima anachukua dagaa 500 jamani. Huyu anaigiza huyu. Basi wataanza akianza mmoja tu. Wamekuja. Nani huyo? Kauye huyo. Na nsibi kauye na huyo. Huyo anatuigizia huyo bwana. Usije ukashangaa hapo na kamera kule inamchukua yuko gengeni ananunua vitu. Naambiaga jamani mimi ni mtu kama nyinyi. Ile ni kazi kama nyinyi mnavyoenda kwenye mabodaboda, mnapanda, mnaenda mnashinda huko. Je, mkirudi kwenye bodaboda tulina pale nyumbani mkikaa kila mkiongea huyu naye bodaboda kweli? Amina nachoomba ndugu zangu wa Tanzania, watizamaji, wapenzi wangu, mashabiki zangu, nawapenda sana. Na nyinyi ndio mliosababisha mpaka mimi nimefikia hapa. Hatua nilofikia ni sababu ya kwenu nyewe wa Tanzania mnaonipenda wadau. Lakini tuangaliane basi, sio mkazania wasanii ndio wakionekana kwenye TV wote wako sawa. Sisi wengine tuko hali ya chini. Tukinunua vitu mishikaki vya 200 msituzomee. Ndio hali yetu na sisi kama nyinyi kuonekana tunaonekana tu sio sababu ya kuonekana ndio iwe sababu ya kutokula vitu vingine. Kwa hilo tunawaomba jamani. Maana mimi napata tabu sana. Sababu hali yangu ni ya chini sana. Na bado sijapata ile kazi ya kusema hii kazi. Bado. Umetamka neno kwa mashabiki zako, umewaambia kitu, lakini pia kuna ndani ya mashabiki kuna watu ambao wanatamani kuwa kama wewe. Yaani namna unavyoigiza wanapenda na wao wanatamani. Ungependa kuambia nini watu hao? Wanatamani kuigiza wewe kama mimi. Yaani wanatamani unavyoigiza na kuona wanatamani wewe kama Bikauye. Kwanza uwe na nia. Sanaa yetu ya sasa hivi uwe na nia na usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Sababu mimi nilioanza nao wengi sana wote washaacha. Na mpaka sasa hivi sasa wale nilioanza nao ambao wameacha sasa hivi wananitamani mimi. Mwenzetu umekaza mpaka umefikia huko, unaona? Nikamwambia mimi mwenzetu hichi kitu nilikipenda, ndio maana nilikuwa nalala nje, napata mateso gani? Mateso yani nikianza kukwajisema mimi baba, sana yangu nilikotokea. Hapa naweza nikaribu hali ya hewa, naweza nikalia kwa sababu nimeteseka sana. Kwa hiyo watu wengi niliwaacha nyuma. So unajua mnaweza mkapanda bewa limejaa.
Lakini mnashuka wewe, mwisho unabaki peke yako. Ndio kilichonikuta mimi. Sasa wale wanaotaka kuwa kama mimi kwa sanaa yetu hii, kwanza wasiwe na hasira. Kama kweli wanapenda sanaa, usiwe na hasira, uwe na nidhamu, utakachoambiwa elekea. Kutukanwa wewe usijali, hayo kwetu si mafuta ya kupaka. Kwanza mimi naona vitu vya kawaida. Natamani kweli mtu siku moja angetukana tu sijipya. Mimi sijawahi kupata tu sijipya, naona ya zamani tu. Nataka mapya. Unaona? Na pia awe na nia. Na kile kitu hapo kweli utafika unapokwenda. Lakini kama huna uvumilivu, sanaa ya bongo uende kokote. Sababu ipo, unaweza ukafanya kazi ulipwe. Na ukienda uko kwenye kazi yenyewe ukirudi hadi unaumwa. Mimi nishatoka kazi kibao, naenda nafanya, nikirudi naenda kulazwa naumwa kutokana na mazingira. Lakini mimi nikakomaa nayo, mateso yangu yote, adhabu zangu zote nikazipokea kwa sababu nilikuwa nataka kitu. Nilikuwa nasema ipo siku, kama filamu yangu ya kwanza nilioanza walinianzia na jina hilo. Nikasema ipo siku itafika, haya mateso yatapungua. Na ukijipa moyo utashinda. Sawa, kama ungepewa nafasi ya kurudia safari yako ya uigizaji, ni kitu gani ambacho ungekirekebisha? Bora unaambiwa kitunze kidumu. Sawa, nikiboreshe kizidi kupendeza. Kuboresha kitu inategemea na sijui nitafasirieje hapo, yani tafasiri inanishinda kabisa, sijui kufanyeje sijui. Yaani unajua Mungu wangu. Kuiboresha sanaa ya kwangu mimi mwenyewe. Tuseme hivi kwamba kama ungepata nafasi ya kurudia safari yako ya uigizaji, yani nifute hivi vyote, nianze tena upya. Kuna kitu ambacho ungekibadilisha kwenye uigizaji wako? Mimi sijui. Naona kama sina, kwa sababu kubadilika siwezi, kwa sababu unajua hata ningerudishwa nyuma mimi naona ningekuwa hivi hivi. Hata ukinifuta, yani ufute kabisa, unifute fute. Alafu useme anza tena alifu. Mimi naona alifu wenyewe nitahitaji hivi kama ninavyohitaji sasa hivi. Siwezi kubadilika, bika wewe ndabaki kwa bika wetu. Kwa kusema labda nifute, nibadilike, labda huko nikija kuanza nianze labda niwe kama mtu fulani. Hiyo siwezi. Kwanza siwezi kuiga. Siwezi kukopi kitu cha mtu. Nikichukue kwangu kiwe changu afu nikiteme wakati nimechukua kwa mtu sina. Mimi nafanya mimi kama mimi. Sauti yangu niliopewa na Mwenyezi Mungu hii, yani hata ukisema nilale hivi, uje nifumue, amka nikiamka naamka na sauti hii. Kwa hiyo kwa kweli kusema eti nitakuja sio nibadili, si wapi. Kwanza kulinga sijui moja. Mimi kwanza nikitembea na natembea kana naenda kuzima moto. Unajua ile kupu ile wiki. Mimi mpaka sasa zingana nasemaga kifikaga kwenye location mtu utasikia speed. Huyu bibi jamani hata hajui kulinga kama wenzie. Sisi tunalinga nini? Mimi siwezi kufika sehemu labda location eti nifike nianze kukutesa. Hicho kitu sina. Hicho kitu nadhani wanaonifanya kazi na mimi wananijua. Mimi siwezi kufika kama vile wengine wakifika, jamani bibi mkubwa jamani, sijui jamani atalala wapi? Jamani atakula nini? Nitakupa matatizo mangapi kwenye kichwa chako, kwa sababu kwanza ile kundi loiweka pale. Inakuchanganya. Kwa sababu usifanye masiara kukana mte wa Tanzania 10, bora ukae na ng'ombe 100. Wachumbufu. Afu bado na mimi nije nikusumbue. Kwanza kawaida hiyo sina. Mimi utakachokula nitakula. Utakapolala nitalala. Sikatai umeniambia mama bwana hapana bwana mama. Hapa hapana. Mama mimi nataka leo hapa utoke ulale pale nitalala.
lakini ile sio kuforce. Au nifike sehemu nianze kujitenga sijui. Mimi sinaga. Mimi hata nikifika sehemu ambayo location wanapika. Mimi labda wenyewe nikataze kupika. Lakini mimi naingia jikoni na hebu kaa pembeni mimi nikusongeni ugali. Kwa sababu ile pia ni ipo ndani ya kazi yangu. Kwa hiyo siwezi kuchagua kazi pale, hata ukisema unapika pale ujue ndio unashoot hivyo. Sababu ile naye sanaa pale unaifanya. Kupika nako ni sanaa, kwa sababu sipo na sini za kupika jamani. Zipo sini za kula. Kwa hiyo zote ni sanaa pale ukiwa unapika unajua kabisa niko kwenye sanaa, ndani ya sanaa. Kuna kupika ndani ya sanaa na kuna kupika nje huko kwako, huko kama ndio sema maisha mawili tofauti ya ndani ya kazi na nje ya kazi. Kwa hiyo mimi kwenye sanaa huaga sijui, mimi binadamu sio malaika na mapungufu yangu pia watu wanayaona. Na nawaambiaga kabisa nikishatoka pale huaga mepesi sana kuomba samahani jamani kama nimeteleza, kama nimekosea. Na wakubwa wanakuambiaga mkubwa akosea, mimi naambiaga uongo. Sio malaika. Mkubwa anakosea. Ila sema nyinyi watoto mnashindwa kumwambia ukweli. Mnamuonea haya, sijui aibu, sijui ndio heshima, sijui tusemeje. Lakini inapobidi mkubwa pia anaelekezwa. Kuna kuelekezaji wa mkubwa nadhani. Unaweza ukakaa na mkubwa ukamuelekeza na akaelekea na asikasirike. Na kuna ile kumuelekeza mkubwa, yani ndio ile unamkuta mkubwa anakasirika, anaona kama umemkosea adabu kwa sababu ya uelekezaji wako, labda umemkurupukia au umefika tu. Lakini ukifika ukamwambia bana samahani mama, hapo umefanya hivi, lakini mimi nilikuwa nataka uweke hiki. Mama hiki kingependeza zaidi. Yani unamuelekeza au mama hapa umeteleza. Hapa usifanye, hapa fanya. Kwa nini asisikia au asielewe? Sio malaika yeye bwana. Asiokosea ni Mungu peke yake, lakini sisi binadamu hapa duniani wote ni wakosefu. Kwa hiyo tunapokaa na tunapoondoka tupendane, tuombane msamaha kama tumekoseana ili maisha mengine yasonge. Kwa sababu sisi wasanii ni kama dunia unazunguka. Mimi leo nimekukosea wewe hapa. Tumefanyana mambo mabaya hapa, labda tusendimiani, tumenuniana. Tutazunguka wewe, lakini ipo siku tutakuja kukutana kwenye kazi moja. Na Mungu alivyokuwa ajabu, afu sini nacheza mimi na wewe. Hebu angalia hapo, mnaweza mkachezaje? Na mshakuwa mahasimu, maadui, mtachezaje hapo? Haiwezekani. Ndio kama mwafulani na mwafulani walivyokuwa wamepewa sini, wakachukua sini ya nje wakaileta kwenye sini, ikawa baada ya sini ikawa kweli. Bosi akawatimua. Watu kupigana nusu kushikiana mawe. Kwa hiyo wamechukua yale ya kule wameleta kwenye kazi. Lakini mimi naomba wasanii jamani, tupendane. Kitu tupendane. Tukikoseana tuombeane msamaha. Unajua neno samahani wanaliona dogo, lakini ni kubwa sana, afu lina maana sana. Ila kulitamka sasa wengine wanaona gumu. Ila mimi naomba tupendane. Tukiwa na kazi tupeane. Sio mwenzako anaomba namba fulani, ubika wewe jamani namba yake mnamnyima. Wapeni jamani namba zangu na mimi ninunue. Nini ile VX na mimi nimechoka kusemwa kwenye madaladala. Utanunua. Sawa, ningependa kitu kimoja mwambie mtazamaji kwamba unapokuwa unatengeneza kazi yako, unawaza watu waipende au unatengeneza tu kwa furaha zako wewe kama wewe? Hapana. Kwanza ninapochukuliwa kwenda kufanya kazi, yani nimefika kwenye kazi ya mtu, huwa kwanza natuliza akili. Yale kama ya nyumbani yale kwanza na yaacha huko. Mimi pale nachukua akili ya kazi na iweka. Sababu ile kazi sawa nimeitwa na mwenye kazi. Na yule mwenye kazi sawa ananipa riziki. Lakini mimi akili yangu inakuaga hivi. Kazi sio yake. Kazi ni ya kwangu. Yeye kaniita nimfanyie kazi. Lakini kazi ni ya kwangu. Sababu ile kazi nitakavyoiharibu
nimejaribia na mimi. Mbone? Kwa hiyo pale ninavyofanya nafanya kwa moyo huu mmoja. Natamani nifanye kazi bora, sio bora kazi. Iwe kazi bora kusudi itakavyoonekana mwingine atamani na mwingine atamani zaidi kuniita. Lakini nikifanya kazi labda imekuwa chini ya kiwango au haijapendwa, waga naumia kwa kweli. Na tena naumiaga katungia hata kula siri. Kwa nini nimeharibu? Sababu sijamharibia bosi, nimejiharibia mimi. Mimi huwa napata kazi kupitia kwenye kazi. Sababu kazi nyingi nilizofanya watu wamenipata kutokana na kazi. Yaani mtu anaangalia kwenye simu ananiona, jamani namtaka huyu mama. Na sio mmoja, sio wawili walionichukua kupitia kwenye simu. Yaani kwa kuona kazi zangu. Wengine wanaona kwenye media au kwenye TV, wengine wanaona kwenye simu. Mimi nakuja kujistukia tu napigiwa simu. Jamani naongea na nani? Naongea na Bikauye. Unaongea na fulani nimepata namba yako hivi ananielekeza, nataka tufanye kazi wote. Ndio hivyo ninavyopita kuwajua mimi watu. Kwa hiyo mimi huwa nathamini sana kazi yangu iwe kazi bora, sio bora kazi. Halafu iwapendeze watu, iwafunze watu, waifurahie ili kesho na kesho kutwa nipate tena kazi nyingine. Sababu ukiharibu kazi huwezi kupata kazi. Umesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao umefanya nao kazi kwa sababu walikutafuta kwa njia ya simu. Unaweza kumwambia mtazamaji kwamba hao watu ni nani na nani? Ni wengi. Lakini sasa wengine majina ndio hivyo. Wale ambao unawakumbuka tu kwamba fulani ashanipigia simu nikafanya naye kazi, fulani ashanipigia simu nikafanya naye kazi, hata kama ni wawili watatu sio mbaya, wale ambao utawakumbuka. Kwanza nilipiwa kazi na Lamata, Jua Kali. Lamata aliniona kwenye YouTube ambayo kazi nilikuwa nafanya na Kulia Boy. Ile mama mkwe ile na Kulia Boy. Ndo aliona mule. Ndo akataka niwe vile kwenye kazi yake mule, nikaingia nikawa Mama Idi. Kuna kazi nyingine nilipata kwa huyu nani huyu. Sijui anafanya nini Mungu wangu. Unaona. Kwa hiyo ni watu wengi sana waliniita kupitia njia za kazi, wasema mama huyu tunampenda, tunataka tufanye naye kazi, je tutampataje? Wengine wenye moyo wanasema namba zake hizi hapa bwana. Wengine ndio hivyo, haya. Ndio kama wengine wanapata namba zangu kutokea WhatsApp, wakihangaika wakishindwa, kwani huyu mama WhatsApp hana huyu. Wakiingia wanazikuta, wanapiga, wananipata hivyo. Sawa. Tukija kwa upande wa kazi ambazo ushazifanya, ukiziangalia za zamani ulizoanza nazo, ukiziangalia unahisi una kitu cha kujivunia? Kivipi labda? Yaani ukiangalia zile kazi ambazo ulizifanya mwanzo, ukiwa unaziangalia wewe unazirudia kuziangalia, unahisi kuna kitu ambacho unajivunia kwenye zile kazi? Kipo. Kipo, yani mimi kwanza hizo kazi mimi kujivunia, siwezi nikajivunia mpaka bila kuambiwa. Mimi kwanza huaga nasikiliza maoni ya watu. Ninaposikiliza maoni ya watu tofauti ndo najijua kabisa kumbe mimi nina kitu. Sababu baba wewe huwezi ukajijua wewe mwenyewe kama watu kabla hawajakujua. Unajua watu wanaweza wakakujua wewe kuliko unavyojijua. Sijui unalijua hilo? Yaani wewe mwenyewe mwenyewe lakini usijijue zaidi, watu pembeni wakakujua kuliko unavyojijua. Unaona? Kwa hiyo mimi sasa zile comment za watu huaga muda mwingine zinanipapaa fulani, kumbe mimi nina kitu fulani. Wengine utasikia hapa angefanya hivi, angeongeza hivi, angekuwa hivi, kumbe hapa natakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo vile wanavyozidi kunipa nini ile comment hivi ndo ninazidi kupata vitu. Na ndo mwenyewe naanza kujifahamu, kumbe mimi nina vitu au nina kitu. Kwa hiyo kitu hiki natakiwa nizidishe juhudi nikifikishe hapa. Mimi kwa kweli napenda sana yani nifike mbali zaidi, lakini ndo hivyo. Ni
kutokana na comment ambazo unaziangalia wana comment watu, ni comment zipi ambazo unazikumbuka zilikutia, yani ulivyozisoma zilikutia moyo kwamba ukaona kuna uhalali wa kuendelea zaidi na zaidi? Comment nyingi ni nyingi sana, kama zile zingine nakwambia da, huyu bi mkubwa anajua kuigiza sana mpaka anakera. Huyu bi mkubwa anajua kuigiza mpaka anapitiliza. Hivyo huyu bi mkubwa alikuwa wapi mpaka anakuja kupata usita uzeeni? Huyu bi mkubwa alijificha ile, yani watu hajaanza mwanzo. Kwa nini mwanzo? Mbona na kitu lakini hatujamuona anakuja kupata yani ustawi. Yani watu wengi sana wanaongea hivyo. Utakuta comment mtu anasema jamani bi mkubwa anaigiza mpaka basi. Bi mkubwa jamani anaigiza mpaka yani anajua mpaka anajua tena. Huyu bi mkubwa alikuwa wapi? Mpaka leo tumekuja kumuona anakuja kupata ustawi zeeni. Huyu mbona anaonekana kama yani nikachelewa. Yani hivyo watu wengi sana wanasema nilikuwa wapi? Sikuanza muda sio nini. Lakini wao hawajui changamoto yako ulikoanzia nini mpaka pale ulipofikia hadi umekuja kupata tobo la kutobolea kufikia hapa nilipo. Hawajui. Mimi mwenyewe nilikuwa natamani tangu msichana mimi ni mwigizaji. Lakini nilikuwa katika mazingira ya maisha ndio yalionifanya nidumae. Na bora ulelewe na familia yako, utakuwa kidogo una uhuru. Hata mama yako mzazi unaweza kukaa naye ukamwambia mama mimi nataka hiki. Lakini mimi nimeshaona wamama wengi hawapendi maendeleo ya watoto wa wenzao. Sababu mimi nasema ukweli bwana. Mimi ni baba yangu huyo alionichukua. Yeye mke wake alizaa watoto wawili, Hasani na Huseni wa kiume. Lakini sasa wale watoto wake sijui niseme sijui kawale yale. Yaje sielewi malezi yao kwa sababu mimi nilichukuliwa kijijini Morogoro ndo nikaletwa mjini Boko. Unaona? Kwa hiyo mimi wa kijijini na wa mjini hatuwezi kufanana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona wao malezi yao siyaelewi. Unaona kuna vitu fulani za vya kimaisha vilikuwa vinafanyika pale. Lakini vingi sana vilikuwa vinabezi kwenye raha kwa watoto wao, kwenye mateso kwa bikauye. Kipindi hicho naitwa Mwana Harusi. Ndio yani mimi baba makuzi yangu nimepata mateso sana. Yani mimi babangu alivyofariki ndo na starehe zikaishia hapo. Na utoto ukaishia hapo. Nilivyochukuliwa mimi kuja kupelekwa huku. Mimi nilivyofika pale kwao nilikuwa naonekana mtu mzima. Lakini kwa kipindi hicho ulikuwa tayari unajitambua unaweza kujisimamia na nikafanya biashara? Nilikuwa siwezi kujisimamia, nilikuwa bado mtoto, hata shule sijaanza. Sababu zamani shule si unaanza unashika hivi. Mpaka uguse sikio. Mimi nimeanza shule mwaka 1977. Hata sijatabiriwa. 77. Na nimeanzia chini ya mkorosho Boko pale. Mkoroshoni tulikuwa tunasoma, tunakaa chini, wamechukua ile ubao wamegongomelea kwenye mwembe. Ndo mwalimu anaandika pale, nyewe mmekaa chini. Nyoka akidondoka mapumziko, mvua ikinyesha likizo. Mpaka tulikuja kupata eneo hadi tukaenda kujenga. Mimi shule ya Boko ile mimi mwenyewe nimesaidia tofali kumpa fundi kujenga. Lakini mimi ndio hivyo maisha yangu mimi nilikuwa nikirudi nyumbani, mazingira ya nyumbani nayo pia yalikuwepo yanani asili. Sababu nilikuwa silelewi kama ninavyoona watoto wenzangu. Umeone? Mimi nilikuwa kuna vitu fulani sivipati. Yaani kuna upendo fulani nilikuwa siupati. Mimi kuna siku moja mpaka nilimuuliza baba mdogo, haki ya Mungu na hapa niko naonekana kabisa. Nilimuuliza hivi baba, hivi wewe mdogo wake na baba yangu au mimi wamenileta tu kwenye uko kwa ajili ya mateso mpaka ilifikia moyo wangu ulikufa ganzi ukavilia damu. Vitu nilivyokuwa nafanyishwa mimi ni vitu vikubwa kulingana na umri wangu. Afu nikiangalia ni mtoto wao huyo kaka huyo Hasani yupo pale kaka, lakini mimi nilikuwa nafanya Mungu hayo tuyaache, twende kwenye tasnia zetu tuyaache. Waga ananiumiza sana makuzi yangu. Tuyaache.
Tusiende kwenye makuzi, tusiende acha, twende tu kwenye kazi zetu. Makuzi yangu mabaya sana, na ndio maana nimedumaa, sijui nimekuwa mfupi kwa ajili ya shida. Labda wangeniacha mimi kidogo ningekuwa mrefu. Hatari maisha haya. Sawa. Mshukuru Mungu ananipenda, nimefika mpaka hapa nilipo. Alhamdulillah. Nashukuru sana. Sawa, tunaishi kwenye dunia ambayo sasa hivi teknolojia imekuwa, mitandao ya kijamii ni mingi sana. Labda pengine kuna kitu ambacho, labda kitu kimoja tu ambacho unatamani watu wakijue kuhusu wewe zaidi. Kuhusu mimi kupitia kazi au? Nimesema tunaishi dunia ambayo mitandao ya kijamii inakuwa kwa kasi sana. Sasa kupitia mitandao ya kijamii kuna kitu ambacho unatamani watu wakijue zaidi kuhusu wewe. Yaani kitu ambacho wewe unacho natamani mtu akijue kuhusu wewe. Ni kitu gani? Yaani ninacho alafu watu wakijue kupitia mimi. Yes. Bado tuko pale pale ujue. Ndio kama nilivyokuambia mwanzo. Hauwezi ukakijua kitu nilichokuwa nacho mimi kama mimi mwenyewe sina vitendeo kazi vya kukitoa kile kitu. Kwa sababu mimi unaweza nikaitwa kwenye kazi. Nikakuta kule watu wameshatunga yani labda story yao. Mimi nikifika wanaambiwa cheza hapa, we mama una roho mbaya, si ufanye hivi fanya hivi. Basi mimi labda nimfunze mtu yani au kitu changu nikitoe kupitia ile story yule bwana, yani kwa kumfunza mtu. Labda kwa ile usika nitakaopewa. Labda pale ndo maneno yangu mawili matatu naidumbukizie pale kwa kumfunza mtu anoniangalia. Lakini kwa kusema eti na kitu changu labda mimi mwenyewe nataka labda tasnia yangu nicheze itoke hivi, yani nitoe vitu hivi au nitoe funzo hili, ndo bado. Sababu kile unapokwenda unakuta kila mtu ana story ya kwake. Kwa hiyo kama nikitaka nitoe ya kwangu mimi au ni kitu cha kwangu mimi, nataka mimi sasa nataka nifanye hivi, ndo yale niwe na kazi yangu, niwe natoa stories zangu kutoka moyoni mwangu. Yani kama kuna dude limekaa hapo sasa ndo litayayuka. Kwa sababu nitakuwa natoa kupitia mimi kama mimi, kwa sababu nitakuwa naita watu. Njoo wewe ucheze hapa, ucheze hivi kama hivi. Unaona? Kwa hiyo pale nitakuwa ninakitoa kile kitu ninachotaka mimi kitoke. Lakini huwezi kwenda kukitoa kitu kwenye kazi ya mtu. Sio kweli, kwa sababu pale unakuta mtu kila story yake ipo. Huwezi ukaenda kubadilisha story ya mtu. Unafika sijui nyuma ukuta ameshuti kama sio ngeti tunaingiliaga kati au mwanzo. Upate bahati tu ya kupata story ya kwanza mwanzo kati mwisho. Muda mwingine unaweza ukacheza kati, mwanzo haupo, mwisho haupo. Au ukacheza mwisho hivyo upate bahati tu ya kusema mwanzo kati mwisho, bahati yani ile. Lakini kama mwenzangu mimi kazi yao ya kuipata mwanzo kati mwisho inakuwaga ngumu sana. Kwa hiyo mimi naweza nikafika kati au nikafika kama vile nilivyocheza nani Jua Kali. Jua Kali nimefika kati, sijui kati, sijui episode ya ngapi hata sijui. Mimi nimefikia tu kucheza, nimemaliza nimeondoka. Nimeitwa Connection. Connection nayo nimeenda kucheza sijui hata episode ya ngapi sijui. Mimi nafika tu pale, mama usika wako ucheza hivi cheza hivi. Tulivyoishia ndio imeishia, sijaitwa mpaka leo. Nimetoka hapo nimeitwa Kitimtimu. Maana hizo ndo tasnia zina nani kwenye nini sasa hivi kwenye media ya DStv huko. Kama Connection iko Azam. Jua Kali na Kitimtimu ndo wako huko. Haya nao waliniita na wao nimecheza, nilipochezea nilipowakutia na ndo nilipoachia, sijui kama nitaitwa tena au siitwi. Uhakika sina. Kwa hiyo kazi zangu mimi ndo hivyo. Kwa hiyo siwezi kusema eti mimi ninaweza nikafanya kitu changu yani kile ninachokitaka hapana. Labda uwe na shughuli yako mwenyewe, kwa kweli shughuli ya mwenzo hizo ukainunulia kibwaya. Mimi kwanza ujumbe wangu kwanza unaanza kwanza kwa kina mama. Ujumbe wangu kwanza utaenda pia kwa kina baba, yani ingekuwa kama ndo ninatakiwa nitoe kitu. Naona sasa hivi baba kwanza dunia yenyewe kwanza ishaenda sijui tuseme imeharibika au ndo sisi tumeiharibu. Mimi hapo ndo sijaelewa. Yani kwa sababu ndo maana nimekwambia mimi nimezaliwa Tanzania lakini Kiswahili sijui. Kiswahili sikielewi. Umeona? Kwa sababu sasa hivi matukio ni mengi sana ya ajabu ajabu. Sasa hivi watoto wetu hawana amani. Sasa hivi kuna mambo chungu nzima, kina mama tunawafanyia watoto vitu vya ajabu. Wakina baba wenyewe wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Sasa hivi mke na mume ndani
mmekaa mwezi mke ukamwamini mumeo kumwachia mtoto. Hivyo tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Mimi na mume wangu na tumemzaa huyu mtoto. Leo baada ya tumlee mimi na yeye, eti mimi niwe na hofu ya kumwachia mume wangu mtoto. Hivi kweli? Vitu vya ajabu sana vinatokea. Kwa hiyo hivi ndio vingekuwa vitu vya kuvitungia story, yani jamii kuikanya au kuielezea tunakokwenda, sio. Wamama sasa hivi wamejaa roho mbaya. Sio kama zamani sisi tulivyokuwa tumekuwa. Unajua mimi zamani tulivyokuwa tunakuwa na sasa hivi tofauti. Zamani mimi nikifanya kitu napigwa huko na mtu mwingine ananipiga. Na nikija nyumbani nikijifanya nalia, nikija kusema kwa mama, kwanza mama atanipiga, ataniambia ulipigwa kwa sababu kwa kosa gani? Sasa wewe mwenyewe sasa ulikuja kujichanganya ndio utalisema. Na ukisema ujue kabisa pale pia unapigwa. Na yule mzee labda akitoka kule labda kaja hapa akasema mwanao nimemwadhibu kwa kitu hiki na hiki. Asa ulipomwadhibu padogo huyu, naye anakuadhibu. Sasa kama utapigwa na watu watatu mfululizo, hiyo utajua mwenyewe. Unaona? Lakini sasa hivi uwezi baba mtoto wa mwenzio kafanya kitu kibaya umkanye. Asubutu. Utakaa wapi? Mama atakavyokuvalia kibwebwe. Hata kama umezaa lakini atakwambia wewe unapajua leba wewe. Haya. Mimi naitwa mama Ali. Asijue leba wewe Ali nimemuokota. Lakini mtu atakunanga wewe mpaka mwenyewe utajisikia vibaya. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi jamii inaharibika. Kwa sababu sasa hivi tunakaa kwa kuhofu, yani kwa hofu, kuogopana. Nikisema hivi labda hivi atakasirika. Nikisema hivi labda hivi huyu nitamuuzi. Kumbe ndo watoto wanazidi kupotea. Kama sasa hivi, kikubwa zaidi sasa hivi ukizaa mtoto wa kike unasema alhamdulillah. Ukizaa kiume roho juu. Nitapata mkwe mie kweli? Ataniletea mimi mkwe. Mpaka ukimwona mtoto kakua, kasoma, kamaliza, kaoa, akakuletea mke ndani ana mtoto na alhamdulillah. Naenda wapi? Baada uchunge mtoto wa kike, sasa hivi unachunga mtoto wa kiume. Kweli? Ujiona wapi? Tunakwenda wapi? Mambo chungu zima sasa hivi manabii wamejaa mama. Wanatuchukulia hizo sadaka za kujimaliza, unarudi na mguu. Hivyo hata huruma huna wewe. Dunia sasa hivi kwa kweli mpaka wenyooshe. Wenyewe tena washaipa nini ile wanasema? Tiki sijui power sijui ile. Nini wanasema? Nini? Mnasemaga nini? Teknolojia sijui imekujia sijui nini. Ndio wanaolingia sasa hivi. Ukisema kitu na wewe ukoloni huo. Kizamani hicho bwana wewe. Sasa hivi tunaenda na wakati bwana. Sasa hivi hivyo mtoto gani utamsimamisha mwambie kitu akuelewe? Hakuna. Kuna kitu umekisema kwamba hapo kwenye mvuko mnakuwa nyie, yani ulikuwa ukikosea kule unaadhibiwa kule. Lakini sasa hivi ukikosea ukaadhibiwa kule na kuwa ni tatizo. Unahisi hii inasababishwa na nini zaidi? Sijui. Sijui maubongo yetu sio yameingiliwa na nini? Mimi sielewi. Sijui tumeingiliwa na mdudu wa Scooby-Doo. Mimi sijui. Kwa kweli siwezi nikajua kwa hapo. Sababu kila mtu bwana ana maisha yake anavyowaza na akili zake. Mimi mpaka leo hii sijui ni upumbavu, sijui ni ujinga. Sasa hivi mimi sina mtoto mdogo. Wajukuu zangu sijui amefanya makosa huko, sijui mtu kamchapa huko. Eti mimi nije nyumbani anisemeshe. Kwanza mimi nitampiga vibao. Naambia mtu aweze kukuchapa bila sababu. Lazima umemkosea. Umeona? Sasa ufahamu wangu mimi naona bado uko kule nyuma umedumaa. Lakini sasa hivi unaambiwa watu wanaenda na kileo, sijui kisasa. Kwa mfano wewe zamani sisi mtoto ukiambiwa huyu mtoto ana miaka 10 au 12 unaweza ukakataa. Sasa hivi mtoto wa miaka 12 ana mtoto mwenzie. Unaona kazi? Yaani sasa hivi vitu vingi vimepotea. Vitu vingi sana vimepotea. Kwa sababu zamani sisi tunatafutiana labda baba wangu na baba huko wanakutana huko labda kama misikitini au kwenye mahafali yoyote yale, anasema bwana mwanao nimempenda binti yako bwana. Na mimi pale si unajua
Na kijana wangu nakuaje? Wanasema wao, wewe anakuja kukukutia, watu wanakuja kukuletea mume. Na zamani baba akisema, kasema. Kukataa ni vigumu. Unapeleka maji kwanza kwa baba, unampelekea maji, unapiga magoti. Ukimpa maji wima, atakutia kofi hilo au zunguke kama yule nini, yule nani, yule toba. Wow! Ukiketi. Anakuambia unampa maji hayo nani? Kalete maji. Na unaenda huku unalia. Na ukifika huko ukichota maji, ukirudi futa machozi, sura iwe kavu, uje pale utoe maji. So uje na makamasi na maji yako nalia hamna. Umeona? Zamani ukikaa, wageni wamekuja, wewe unakaa kule. So unakuja hapa nimepita fiu. Haiwezekani. Chumba cha babako na mamako uingii. Labda ruhusa ya mama hakutume. Nenda kanichukulie kitu fulani sasa fulani, na ukifika ulichotuma unanyanyua. Hicho. Sio tena ufike sasa hivi. Mitoto sasa hivi. Hela yenyewe utaficha wapi? Wanapofunua na wana uwezi hatari. Wanavojua hela. Mimi zamani hela sijui. Tulikuwa tunatumia senti 5 ile ya kutoboka, sijui senti 20, senti 5, senti 10 zile. Lakini sasa hivi mtoto anapenda hela hatari kuliko hata wewe mtafutaji. Ukitoa kichogo tukashaingia ndani, kafunua, kakutaiki, kabeba, ukianza kuachapa, mimi si ukachukua huyu kaniambia nichukue. Akwambia wewe mwenyewe uweze ukajua kama hii tutanunua unga tule. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi mimi naona sijui yale madawa yanaanziwa mle hospitali wa mama wajawazito, maana una miezi miwili, unaanza mishindano, midawa. Kwa hiyo mtoto ubongo unayayuka na aspirini. Inazidi. Sababu zamani sio wazee wetu walikuwa awali sana madawa haya. Kumbe hizo dawa zinaweza zikawa ni pia ni sababu. Na pia zinasababisha. Kweli kabisa. Kweli. Hiyo mimi nasema kweli inasababisha, kwa sababu baba we mtu wakati mwingine mama akishika mimba. Saa nyingine mwezi wa kwanza tu inaanza kumletea shida. Itabidi aende akamwone daktari. Sasa pale anapoanzia pale. Ale dawa mpaka wao hujifungue miezi 9, hiyo sijui mingapi, hiyo sijui labda wakati mwingine 10. Hebu niambie yale madawa wewe ubongo wako uko ndani utakuwaje? Kwanza hujakomaa. Ubongo ule unajengwa na madawa yale yanachanganyikana mwe. Ndio maana sasa hivi ndio maana naona kila kitu kimebadilika kwa kweli, sio kama zamani. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba zamani penyewe dawa kama hizo wanazotumia sasa hivi hazikuwepo maana yake, si ndio? Maana dawa zilikuwepo lakini watu walikuwa hazifuatilizi. Yaani mtu homa za kijinga ndio hospitali. Wao mko mnatumia nini? Shamba. Mtu sijui nini kinauma, mtu anazunguka tu hapo, karudi na mzizi, kaukatakata, kauchemsha, au muda mwingine anakuletea, shika tafuna. Ukitafuna wewe dakika 5 nyingi ushapona. Umeona? Muda mwingine anachukua ile majani, anayaponda, anachuja, unaogeshwa wewe, mwendo mdundo. Enge unakunywa, kwisha. Lakini sio sasa hivi. Sasa hivi mtoto anachomwa masindano mpaka na paralyze miguu. Hebu niambie kama umeparalyze mguu kichwa, ubongo utakuwaje? Mimi nasema na madawa naye anachangia. Sasa mtoto wa miaka 10 utafikiri mtu mzima. Ashakuwa huyo mkubwa. Si mikuku ya kizungu sasa. Inakuwa na madawa. Si kwa Kiswahili ndio maana tumedumaa. Sasa hapo madawa mengi. Wewe zamani kwanza mtoto wa miaka 13 au 16 akishika mimba ni uchulo. Hiyo mimba kwanza utaipatia wapi? Kwanza kuvunja ngonye ujui kama ungo unavunjwaje. Siku ukija kupata hiyo dalili unaona kabisa dunia lazima nini, shimo lipasuke uingie chini wasikuone. Unajiuliza hiki ni nini na nitasema nini kwa wazazi wangu? Mimi mwenyewe alinikuta. Nilimwea macho hayo. Dada anakuja kugundua nimechukua nguo ya ile kanga kitengele nikaiweka pale. Nashindwa kuongea.
Anakuja kuangalia dada, nguo yangu ni mbovu. Hii nguo alivana na mimi sijui. Kumbe mimi. Baadaye nakuja kutoa nilivyotaka kubanwa sana. Mama yako anakuja huku, baba yako hata mimi yani ni bane, lakini ukimtaja baba mdogo kwisha. Mimi na kichocho. Zamani sio nilikuwa nasema kichocho kile. Unakojua damu. Basi mimi ndo niliwaambia nina kichocho. Sasa hivi mtoto gani unamdanganya? Sasa hivi mtoto anajua kila kitu. Mtu akifa jirani, watoto hapa wote wanatolewa wanaenda kuwekwa huko mbali. Alafu baadaye ukija kurudi ukimuulizia fulani anakuambia kachukuliwa na mdudu. Na wewe unakubali. Mama katoka kujifungua, unaambiwa alienda mjini, baharini, kazama huko kaenda kumchukua mtoto, basi unaanza. Sasa si ungemchukua wa kiume, umemchukua tena wa kike. Basi mama anakuambia, mimi napenda wa kike kama nini mwanangu. Lakini kama wewe umesema hivyo, baadaye nikienda kununua nitakuletea. Sasa hivi mtoto mdogo anajua mimba. Mtoto mdogo anajua kwenda kujifungua kuliko hata wewe ulioenda leba. Mtoto mdogo anajua mambo ya watu wazima, wewe mwenyewe unashindwa. Huyu kajulia wapi? Haya niambie. Na kingine maisha naye anasababisha. Chumba kimoja. Mnakata eti mnaeka panzia ya maana. Watoto wa siku hizi wanalala. Walale. Wakisikia mapanya tu, baba, mkojo unaniuma. Kwa hiyo ujue kabisa kama yeye yupo macho, na usijishaue bure hapo. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi vitu vingi vimebadilika. Vingi sana, afu vichafu. Na kuvirudisha haiwezekani. Hiyo tukatae, tukubali kurudi tena nyuma. Anakuambia ukirudi nyuma utageuka jiwe. Ukigeuka nyuma sio anakuambia daima nini? Daima mbele, nyuma mwiko. Ndio haya sasa. Ukigeuka nyuma utakuwa jiwe. Sasa hatutaki kuwa majiwe. Ndio tunavyokwenda, lakini tunakokwenda hatupajui, tunaenda ovyo. Ila sasa hivi dunia imepotoka na imechafuka na ieleweki kabisa. Ni wachache sana wenye ufahamu. Sawa. Wewe ni mmoja ya watu ambao pia una mashabiki wengi na mashabiki wanakutegemea sana. Je, unaweza kutuambia jambo la ajabu ambalo waliwahi kukuuliza? Kuhusu kwenye sanaa? Mambo kwanza wanapendaga kuuliza haya mambo, mara mchawi kayayuka. Make ndo sini wananiona najicheza. Hivi pale uliyayuka kweli? Yaani mara umetokea kwenye ukuta. Hujapita mlangoni, umepita ukutani. Mara wanakuona uko chumba hiki, mara unaonekana umeibuka uko chumba cha kule. Kwa hiyo kile wanawaga wanauliza sana. Kweli mnayayuka? Pale mnayayukaje? Au kwa mfano ile ya kushuti mmelala kitandani ile wa madada. Ile pale wananiulizaga sana. Wewe mule umo. Nadhani vile vitu unavijua. Hivyo wale wanaolala pale mbona wanalala hawana nguo? Naambia hivyo nyinyi jifikirieni wanashutiwa na nani? Kwa sababu pale walipo wako kitandani sawa, lakini kuna kameramani, kuna director, kuna mshikabumu, kuna wale wa nini taa, sijui haya watafanyaje kwa mfano. Alafu vile vile mnavoona vile, sio kusema wale hawana nguo, pale wanalala wana nguo zao. Kasoro tu wanatoa kama mwanamume anatoa shati la juu. Unaona mwanamke unavua gauni lakini nguo zako zote za ndani unakuwa nazo. Kinachotakiwa kujulikana wewe hauna nguo ni uonekane mabega tu haya. Lakini wale kule walivyojifunika shuka wanakuaga na nguo zao. Watu wanasema hawaamini. Yaani vitu vingi vinavyofanyika huko vingi, wengine bado kwenye ufahamu, ndio wenzangu na mie bado wanaona kama kweli. Ndio maana hata ndugu yangu Bi Mwenda alipigwaga. Sababu wengine ni bado. Wakajua bibi wa watu mchawi kweli, wakambamanda makofi. Kariakoo mpaka akapanda gari sio alisioenda kwao. Kapigwa. Kwa sababu nini? Wengine ufahamu bado vile tunavyovifanya wanajua tunafanya kweli.
kumbe sisi pale tunaigiza tu. Na kuigiza kwangu mimi sio vile najinyanyua labda nimekimbilia huku. Ile ni mambo ya nani editor. Anavyokwenda kule, anavyokaa, anavyofanya mambo yake mle. Mimi mwenyewe sijui ana edit vipi. Najiona tu nang'aa, nilipokuwa huku nje tofauti, kwenye kideo tofauti. Kwa hiyo yale mambo yote naona editor ndo anafanya. Kama nimeruka, nimetokea juu ya paa, mara ungo umepaa juu na wewe uko maumo. Wewe kubakale mnarukaje sasa? Unaona kuna vitu vingi wengine hawavifahamu. Na ndio maana inatukosti, wengine ukifanya kitu anajua unafanya kweli. Ndio hayo ukiigiza mlevi unaonekana wewe mlevi. Ukiigiza malaya wengine anajua wewe malaya, kweli ndio maisha yako. Umeone? Kama mimi hapa nilivyoigiza uuni mpaka leo ile kazi mpaka leo wakati mwingine yani muda mwingine mpaka inanikera sababu watu wengine wananiona ndio maisha yangu yale mimi muuni. Unaona? Na niliigiza ile mama mkwe mwenye roho mbaya, watu wengine pia wakanichukulia vibaya. Nikipita nasemwa naambia hivyo una mtoto wewe wa kiume wewe. Huyo mwana ataweza kuoa kweli wewe? Unaweza kukaa na mtoto na mkwe wako? Kumbe mimi wanavyonichukulia sivyo. Yaani ile mimi ni kazi kama kazi zingine, ni tofauti na maisha yangu ya kawaida. Hizo zote ni miongoni mwa changamoto ambazo unakutana nazo. Sasa ningependa pia umwambie mtazamaji kwamba kutokana na changamoto ambazo unakutana nazo, kuna changamoto huenda ni moja ulikutana nayo ukasema sasa mimi hapa basi ngoja nichukue kwanza likizo, niache kwanza kuigiza kwanza. Ni ipi? Baba sikatai changamoto sawa, nikuta kipindi hicho nauza mchicha. Nilitaka kupigwa kule bondeni kwa ajili ya kuigiza. Nikaonekana kama na wasanifu wale wanaofanya ile biashara. Nikaonekana kama kule bondeni nimeenda labda kuwasanifu, lakini maisha yangu mimi sio yale kama wao. Kweli changamoto zipo, lakini kwa kusema eti changamoto initokee mpaka nifikie kusema mimi ngoja nichukue likizo. Hiyo kwangu hamna. Changamoto zitokee labda changamoto yangu mimi kuchukua likizo au akiamua kuchukua moyo wangu. Ndio hiyo itakuwa likizo yangu, lakini changamoto zozote zile nitazipokea, za maumivu nitaumia lakini zitapita. Mambo mengine yataendelea. Lakini changamoto hizi kunifanya mimi nichukue likizo ya kazi yangu, hapana. Hilo hapana. Sawa, unaweza kumwambia mtazamaji kwamba kwenye kazi zako kuna tukio lolote la aibu ambalo uliwahi kukutana nalo mpaka likakufanya sasa wewe wana hapa basi kwenye ndani ya kazi? Kwenye kazi yako labda pengine kuna jambo la aibu ulikutana nalo. Lipi? Ile tulivyokuwa tumeigiza kibanda naitwa kibanda cha huyu nani huyu Fadhili. Kazi ya Fadhili ile pale ile nijisikia aibu sana. Tulivyokuwa tumelala yani tumekunywa pombe, tumeelewa, afu tukajikuta mimi na mwanangu tuko kitandani afu tumelala na mwanamume mmoja. Ile kwa kweli ile kidogo ile nitatiza. Nijisikia aibu sana. Unajua sawa nilikuwa naigiza lakini yale mazingira yalinikosti sana. Ila ndo utafanyaje sasa, ndo kazi, lakini ilinitesa sana. Afu unakuja kukuta saa nyingine kazi zinazokuumiza au zinazokupa shida malipo yake makubwa, maana kisema madogo kesho uitu. Sawa. Kuna kitu ambacho labda ungependa kumwambia mtazamaji au kushiriki, pengine hatujakizungumzia? Kushiriki? Yaani kitu ambacho labda unatamani kumwambia mtazamaji, huenda hapa hatujakizungumzia na unatamani umwambie mtazamaji. Mimi kwa kweli vitu ukisema useme sijui vitu unatamani hiki unatamani kile, utakuwa wewe muongo, utakuwa mnafiki wakati uwezo wako wenyewe huna. Mimi ninachotamani ndugu zangu, rafiki zangu, mama zangu, mashabiki, baba zangu watutizame sisi jamani. Hata kama wanavyotugia kazi kwanza waangalie na changamoto, huyu yukoje. Sio mtu unamburuza kwenye kazi alafu vile malipo yenyewe hamna. Mtu anarudi nyumbani ajue anakula nini, akifika nyumbani anachofanya anazomewa. Basi watulinde kwa hili.
Changamoto ziko nyingi, ila naambia watazamaji tu watutizame kwa jicho la pili. Wa mabosi zetu huko watuangalie kwa jicho la pili, maana mtu nampa kazi ngumu afu malipo mtu anapita kunungunika. Unajua watu wengine ndio maana wanashangaa wanasema ninalogwa. Wewe ulogwe midomo. Umeona? Wewe ulogwe ila midomo. Lana zamani anakuambia sio mpaka kulani mzazi wako. Lana hata mtu wa nje. Sasa 9 ikifika 40 tu lazima uwe chizi. Kabisa mimi nakwambia. Kama hujajirekebisha, kila siku unalaniwa tu wewe, Hilo turudi, maana mtu anaenda anafanyishwa kazi, alafu mtu anatoka pale kwenye kazi, anaenda nyumbani, njia nzima anapita kukunungunikia wewe kwenye roho. Wewe utaendelea? Manunguniko ya mtu au chozi la mtu akilitoa kwa ajili yako wewe, kamuombe radhi sana, kamuombe samahani. Kwa sababu inakuaga ni mbaya sana, ndio maana watu wengi hatuwataji kwa majina sasa hivi wamefifia. Maana yake watu wanakwambia kama ukiwa na kitu rohoni, ukipata sehemu ya kwenda kukitoa, kidogo unakuwa mwepesi. Unaona unafanya, afadhali leo nimepata hata pa kusemea. Umeona? Maana mtu unakuwa na kitu lakini unashindwa pa kusemea huna. Mimi naona nimepata kitu ila sijaboreka na wala mjanisumbua. Kwanza nimependa. Sababu kwanza ndo mara yangu ya kwanza kukaa hivi mbele ya media hivi, mimi nishazoea kamera washa, action pale huyo shaondoka. Lakini kukaa hivi kutulia kuongea hivi ndo mara yangu ya kwanza kwa kweli. Kukaa hivi naongea hivi mara hivi ndo mara yangu ya kwanza nimependa. Nimependa. Ila mimi naomba serikali igeuke jamani, tuangalie huku chini. Tunateseka jamani, wasibezi tu kwenye mipira goli 1 milioni 100 ngapi. Na sisi huku tunataka tukifanya kazi nzuri tupate na sisi. Kwa watu wale hii kazi bora jamani. Sio bora kazi, wakiona hii kazi bora hawa watu kweli wamejituma, basi na wao wainue. Kwa sababu sanaa, mchongaji ni msanii, mwimbaji msanii, mcheza mpira msanii, waigizaji wasanii. Sasa kwa nini hizi sanaa zinakuwa na tabaka wakati wote sisi ni kundi moja? Basi watu angalie. Jamani tunateseka huku chini, tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Mimi mmoja hapo. Nishakutana na changamoto sana kwenye kushuti. Tunateseka muda mwingine hadi yule unaofanya, yani boss alokuita, mpaka muda mwingine unashindwa hata kumuomba shilingi 500 ya maji. Kwanza ukimwangalia tu mwenyewe anatia huruma. Watu angalie, kazi tunazipenda lakini hatuna vitendea kazi, mazingira magumu. Ukienda wakati mwingine kwenye nyumba za watu anatufukuza kama mbwa. Unaona? Anataka hela. Mna hela nyie. Wafu mje mchukua nyumba yangu tu. Nipe una senti 5 ndio mnaondoka. Utakuta saa nyingine kutwa nzima mna kutafuta location mpaka inafika jioni labda mmeshuti scene 2 au 3 za watu ambao walokukubalieni. Wengine wote wanakukatalieni. Muda mwingine unaenda sehemu anakuambia nunua umeme. Hela umeme huna. Haya, unasini chungu mzima unataka kushuti. Utanunua umeme nyumba ngapi? Wasanii utawalipa nini? Nauli utatoa wapi? Ugali chakula utatoa wapi? Na umeme tena na maji na kila kitu, yani utavitoa wapi ukiangalia na wewe unafanya kazi kwenye mazingira magumu? Watu angalie jamani. Kwa kumalizia hapa, ningependa sasa utuambie kitu kimoja. Wewe ni mtu maarufu pia, narudia tena kusema kwamba wewe ni maarufu. Nashukuru. Nimekujua yani kitambo kweli. Nashukuru. Sasa nilipenda umwambie mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kwamba je, kuwa maarufu ni vigumu au ni rahisi? Kwanza kuwa maarufu ni ngumu au ni rahisi, vyote vinawezekana, ila wewe mwenyewe utakavofanya shughuli zako, utakavojiwekea mazingira yako, utakavoishi katika maisha yako, unaishi maisha gani, na umaarufu ujipi mwenyewe. Mimi siwezi nikajipa mwenyewe maarufu au nikachukua maiki nikapita huko, mimi jamani, mimi maarufu. Umaarufu unapewa na watu.
Sawa sawa, hata kama kipindi gani nilivyokuwa nafanya mazoezi hapo kwa kina Grace Mapunda. Kulikuwa na mwalimu wetu mmoja alikuwa anaitwa Bigi. Kipindi kile alikuwa mwandishi wa habari, siju magazeti. Bigi. Anajiita Bigi Mnyama. Yule mkaka alinitia sana moyo. Akaniambia, mama yangu, usikate tamaa. Jinsi unavyopata changamoto namna hii, ndo baadaye huko utakuja kupata matunda. Hauwezi kufikia shamba eti ufike tu upande bila kulilima, kulipalilia, kulihudumia, sio kweli. Kwa hiyo kila kazi ina changamoto yake. Ninachotakiwa uvumilivu. Mama yangu, wewe ninavyokuambia, jinsi nikikuangalia na kuona kabisa una vitu, lakini wewe bado hujavijua. Siku vikija kufumuka, basi watu watakudalizi na vidole. Aliniambia hilo neno. Utadaliziwa wewe kila unapopita. Si unajua ile? Akaniambia utadaliziwa na vidole. Na uwezi ukajitangaza wewe, watu watakutangaza. Na mpaka sasa hivi kweli namkubali na namkumbuka mpaka kesho naongeaga naye na bado ananitia moyo. Na wakati mwingine akiona kazi zangu ananiambia, mama yangu, pale kitu chako kile ulichoko umekifanya kipindi kile pale, mbona sijakiona umekifanya? Ukipata nafasi naomba kifanyie hivi. Kwa hiyo mpaka leo Bigi Mnyama bado niko naye na bado ananielekeza ninapokosea. Ni mdogo lakini ni mkubwa kimawazo, sababu amenisaidia kiasi fulani kunipushi na mimi. Ni mwigizaji gani ambaye unamkubali zaidi na unatamani kufanya naye kazi? Waigizaji ambao nilikuwa natamani, nadhani nishafanya nao kazi. Nilikuwa na watamani sana sana ambao sijafanya nao kazi, ambao mpaka kesho kutwa nilikuwa nasema hawa nawapenda, natamani nifanye nao kazi, ambao walobakia. Yaani ni marehemu Pembe, akana Filijana mbele yake nyuma yangu na ndugu yake. Wale ndo mpaka kesho kutwa nilikuwa natamani nifanye nao kazi. Kwa sababu wale sawa tulishakutanaga kwenye nini, lakini katika kazi hivi kufanya nao kazi kama kazi, wale nilikuwa sijafanya nao na nilikuwa natamani sana. Sema ndo hivyo tena, Mwenyezi Mungu mmoja ndo hivyo katupunguzia. Kazi ya Mungu haina makosa, sisi hatuna cha kusema zaidi ya kumuombea basi. Ila wale nilikuwa natamani sana nifanye nayo kazi. Sababu kuna kazi moja nilipata inaitwa Mshipi. Ipo YouTube, inaitwa Mshipi au PPA, iko YouTube. Ya kina Kombo. Nilienda kufanya kule, nikamwambiaje, hivi kwa nini msinitie kina Pembe? Mimi wale bado sijafanya nao kazi, napenda kweli nifanye nao kazi. Lakini wakasema tutawaita. Kwa kweli ile kazi ikaisha na wale walikuwa bado hajaitwa, na ndo basi sijapata nafasi, na mpaka mmoja ametuacha, kabaki mmoja. Lakini wale nilikuwa natamani sana kufanya nao kazi. Sana. Utani wote, najua wewe umeigiza sana, kuna vitu vingi ambavyo unavijua, unaweza kufanya utani kidogo hapo, mtu anayekutazama kapata pia ujumbe kupitia utani bora. Yaani ujumbe wa kusema ni watani wao. Utani ambao ungeufanya tu kaona kabisa kwamba huyu Kodeti Media. Kwa hiyo zake anakuambia kabisa, wewe mibangi yako tu. Kuoa uowi. Piskali wewe. Mbwa mkubwa. Gulu wa blue, paka mweusi. Mjinga wewe. Na mwaka huu usipooa utaolewa. Tumalizie, kuna umepewa rangi ya kijani na umepewa rangi ya nyekundu na vai. Hiyo ninaijua hiyo. Hiyo nishaijua hiyo. Hiyo nishaijua hiyo. Hivi unaivaa? Hiyo nishaijua hiyo. Sasa hapa zipo t-shirt, sasa utachagua rangi gani? Mimi kwa sababu mimi rangi yangu ilikuwa inafanya niishi duniani, natembea na nipa afya, na wakati niko mdogo nilikuwa ndo hiyo naitumikia. Mimi ndo rangi yangu. Rangi ipi? Nadhani umeshaijua. Ningependa utuambie kwamba mimi nyekundu ndo ningevaa au ya kijani ndo ningevaa. Mimi nataka nikupe swali la uzushi. Dada, naomba niletee kisu au kiwembe nimkate huyu. Afa atatoka rangi gani? Basi.
Basi. Jamani, watazamaji hapa tushajua kwamba huyu yuko Yanga au yuko Simba, tushamaliza hapo. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana, karibu tena. Asanteni sana. Nashukuru sana wanangu, nawapenda sana. Unaambiwa habari ya saizi ndio mwanzo wa kujuana. Ndio. Changamoto nyingi. Najua kabisa sisi wa Tanzania bado ila naomba wenzetu waliokuwepo huko watupiganie, sisi tuliokuwepo huku na watuangalie. Tunapokosea basi watukanye, tunaponyooka watuendeleze. Naomba ile kama kuna sehemu nimejikwaa, kuna sehemu nimeteleza, mimi ni binadamu, mimi sio Mungu, mimi sio malaika, mimi bado nina mapungufu. Na bado sijijui mapungufu yangu. Mapungufu yangu lazima watu waniambie, bwana wewe pungufu lako hili, au mimi pia nina sijui unasemaje, ni mkosefu vile vile, sikukamilika. Kwa hiyo naombeni jamani, wapendwa watazamaji, marafiki zangu, ndugu zangu, wadau, wafanyakazi wenzangu, mabosi zangu, kama kuna sehemu nimeteleza naomba samahani. Mnisamehe sana sana sana. Naomba mnipende, mnivute, nifike pale mlipofika wenzetu ambapo mnaendelea kufika, na sisi tunataka tufike, bado tunapata amani. Sawa, mimi kuna watu wanatamani wawe kama mimi, na mimi natamani niwe kama wale. Maana wanakuambia kuna huyu, kuna mimi, kuna wewe, kuna huyu, kuna yule. Unaona? Kwa hiyo hapo tunatamaniana. Mimi natamani hivi, huyu anatamani hivi. Kwa hiyo ninachoomba, matamanio yetu yawe matamanio ya kimaendeleo, sio matamanio ya kurudishana nyuma. Tupendane jamani, tupeane kazi. Mwenzo akitaka nini namba ya mtu mpe. Mwenzo ukimwona anaendelea na wewe pale hufiki, kila ukijitahidi unaona humfikii, mfuate kibinadamu tu. Naomba mimi, mbona mara ngapi wanakuja wa vijana, wanakuja wasichana nyumbani kwangu, bibi tunataka utufundishe. Ninayo yajua nawapa, nisio yajua naambia wanangu nendeni kaendeleeni kujifunza kwa wengine. Kwa hiyo tusinyimane, hivi vipaji tumepewa na Mungu, hatujanunua. Mungu katuambia nendeni mkaelimisha dunia huko, sijui sasa kuelimisha dunia, yani nendeni mkajielimishe. Kwa sababu mimi naelimisha, mimi pia naelimishwa. Sijui umenielewa? Kwa hiyo tuelimishane, na tuelimishane kwenye ile misingi iliyokuwa bora. So watu mnafanya movie, labda baba na mama na watoto wanashindwa kuangalia hizo movie, mimi sizipendagi sana. Labda umekaa na mwanao hapa na mkewe na wajukuu zako, movie inafanya mambo ya ajabu. Unashindwa hata kwenda kushikali moto kubadilisha, utakushanga wewe anabadilisha nini? Maana wewe mkubwa utaona aibu, wale watoto wenzao wanachekelea, ona. Kwa hiyo kile kitu ambacho ukikaa na watoto wako afu kinafanyika, kichwa kinakuwa kikubwa, aibu. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zangu, tuwe na maadili ya Kitanzania. Tuache uzungu, sio wetu. Utakuta mtu anaigiza mtu na baba yake, eti mara anapita hapa na kanga. Ndani ana kitu, yuko na baba yake pale. Mara mnaagiana na baba wao, alafu unambusu kabisa mdomoni. Nini dadi? Kwa kweli hapana. Basi turudi tulipotoka. Na waomba chonde. Angalau mimi yote siyawezi, lakini baadhi nawaambieni ndugu zangu, tukirudi tulipotoka, hata jamii yetu inayoendelea itakuwa na maadili mema. Hata hivi vinavyotokea hivi, sijui huyu kabakwa, sijui nini, wote tunasababisha sisi watu wazima. Sababu sisi watu wazima tusingevianika, watoto wangevijua wapi? Kwani zamani vilikuwa hamna? Vilikuwepo vyote, baba sikudanganye mtu. Vyote vilikuwepo, lakini vilikuwa vinafichwa. Unajua zamani marubino walikuwa wanasema wanayayuka. Mimi nimekuja kujua albino anazikwa na akili yangu shazaa. Lakini mimi kila siku nikiona albino najua baadaye anayayuka wewe. Unaona? Nilikuwa bado nina akili ile. Kumbe wanakufa na wanazikwa. Ila kulikuwa na kitu tunaekewa hivi. Mtoto mdogo hawezi kujua mambo ya watu wazima. Unashangaa mtoto wa zamani anakuwa hajui kama mtu mzima anaenda uani.
hajui. Uweze amini. Lakini hicho kipo. Unajuaga kabisa wakubwa labda hawaendi uwani. Mkubwa hapo anaweza saa nyingine bahati mbaya hewa imemtoka pana watu anakutia kofi wewe. Kwa nini unatia aibu una nani mbele za watu? Kumbe yeye lakini usemi. Hebu mtoto sasa hivi wewe jifanya hapa alafu yeye yupo afu mwambie kwa nini unafanya uone atakukushushua. Kwa hiyo sisi wenyewe ndio tumepotosha watoto. Sisi wenyewe tufiche baadhi ya mambo ya kusema tuangalie na umri na vile vitu tunavyovifanya. Ni hayo tu jamani, tusaidie kizazi chetu. Asante sana.